leo nimeng'ara hivi, si hata yeye mwenyewe anafurahia. Na wewe si ufanye kitu furahi. Angalia mtu mwambie amen. Si upeleka hata pastor wako sana. Na yeye sana wakati anasema ruka kwa Yesu anasema ile ni ya nani? Sitakuwa vizuri. Mimi nataka niwape siri ya kupokea. Wacha niwaambie. Before mimi nimchue Ezekiel ya kwamba akona hiyo huduma kubwa. Sisi tulikuwa na kina Ng'ang'a. Ng'ang'a alikuwa akisema akiingia kwa kanisa take tumepangusa. Gari yake tunapangusa. Tukimwona hivi mbio tunabeba mkoba wake. Mara zingine unajua maana ni mkali. Mara nimekutoka na pumbafu chinga. Ili wasiofanyaje. Wewe ufai kwenda. Na wewe hapa kuna katwa. Nenda kwa mamako. Lakini kumbe tulikuwa tunaifa. Bwana asifiwe. Sisi tutengeneza. Tukaifa vizuri. Sasa wakati nikuja kupata shemeji yangu ana huduma, tukicha kuungana pamoja ndio niliamua nikafunguka macho nikasema mimi sitoki na hili na hiyo ministry New Life. Maana niliona kisi watu wanataka hata kuna mwingine atakuja wa New Life. Nyamira atakuja. Nikaona hiyo hapana. Ninajua mubusinde ngenda ngedokieke instant miracle. Na hiyo toro sie ya ito. Eche kwa nyamambi na maambia. Shi kama tuko live ama tuko live? Tuko live. Kwa radio tumeingia jamani. Pia watu wa radio makofi. Pia watu wa radio makofi. So tunaanza ibada yetu kwa TV ndio sisi tunangojea nini? Maana masaa yetu imefika. Tuko kwa radio live. Wapi shangwe na vigelegele kwa watu wa radio? Wapigie shangwe na vigelegele. Amen. Sasa na nusu kwa TV tuko live. Nipe hiyo siku nione. Na 29 na 21 dakika 9 ndio tuingie live. Alafu hii TV yenu nataka vile itatengenezewa somewhere. Nitaangalia vile itatengenezewa somewhere here ama kule iwe mnaangalia. Ama hii itakuwa hapa pia taangalia nyingine ndogo. Itawekwa somewhere kule katikati. Huko nyuma nao wanafanya nini? Wanaangalia. Si Mungu anatubariki? So kwa hivyo hii nitahakikisha tumetengeneza somewhere. Maybe kama ni hapa utakuwa sangine hapa karibu. Wewe mnaangalia na ingine tawekea pale wawe wanaangalia. So nataka tumsifu Bwana pambio moja na wale wako nje pia nao wasifu. Na mwingine ananiambia pastor tunaanza ushuhuda na tunatamani mkiimba. Tusimame tuimbe na wao pia wasikie raha kidogo kwa radio. Alafu tuingie kwa neno. Sema amen. Niletee Biblia sana. Tunapoenda kusifu. Simameni kile mtu mahali alipo. Tusifu Mungu kidogo. Nataka kusifu Mungu kidogo. Tusifu Mungu kidogo. Sifu Mungu kidogo. Kiko nitawanulia nyingine. Niliona nyingine pia ni sisi ni 3 watt. Na tusiyo send something so nitanunua ile nitanunua na nitafutia mtu wa gitaa. Mtu wa gitaa kikucha hata wale mko kwa radio. Kama kuna mtu wa gitaa anajua kupiga live, anione on Wednesday, tuende hiyo na yeye nimchukulie gitaa ya solo. Tununue ili Sunday vitu viwe live hapa. Nataka tusifu Mungu hiyo moja. Tupe muziki. Mungu sasa ni kidogo tu. Haya piga makofi kila mtu basi. Mimi furaha yangu Bwana Yesu, nasema furaha yangu Bwana Yesu, mimi furaha yangu Bwana Yesu, kijana furaha yangu Bwana Yesu, nasema furaha yangu Bwana Yesu, mimi furaha yangu Bwana Yesu, mimi furaha yangu Bwana Yesu, nasema furaha
tumeenda ya keyboard, lakini ingine iko karibu kwa kiti. Watoto enda pale mkae, enda kule mkae, gift enda kule, na kijana yangu enda kule mkae, nitawaita baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Nina furaha maana Mungu ni mwema. Mungu wetu ametenda makubwa na maajabu. Leo nataka kuanza ibada tofauti. Yesare, toka kwa mlango ingia ndani ukae. Na mtoko kwa kuligo na Kirinton. Maana wakanya walisikoti mwina. Tunaanza mambo tofauti. Nataka wageni wale wamekuja watusalimie. Wakimaliza tunaingia kwa testimony. Tukimaliza testimony tunaingia kwa neno mahitaji baadaye. Wewe ni mgeni mara yako ya kwanza, uchawahi fika, watamani kutusalimia, punga mkono mahali popote ulipo, ama usimame. Simameni wageni wetu tuwaone. Simameni tu. Si vizuri. Wewe sinapendeza jamani. Tuko na wageni wengi kwa kanisa, wengi wageni wengi. Sisi kama wapi mtu wa microphone bichana? Chris amelala. Chris. Chris. Peana wageni waseme tu jina peke yake. Kwa majina naitwa Chris Kwambo. Nashukuru mshirika na mimi. Karibu sana. Habari ya huko Nyamira? Salama. Asante. Bwana akubariki sana. Salimia watu. Asante, karibu sana watu wa Nyamira. Amen. Kwa majina ni Vera Kwamboka. I'm glad to be here. Amen. Vera Kwamboka, welcome. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Frida Nyaboke. Natoka sehemu ya South Mugram, Etao. Amen. Oh, ni wewe. Karibu mwanangu. God bless you. Asante, karibu. Karibu sana, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ni Joash Omwenga. Natoka sehemu ya Msojo huko. Karibu ndugu yangu Joash Omwenga. Welcome. Tuko na wageni wengi kweli. Tunashukuru Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Spora Kirko. Nimetoka sehemu ya Ikoba. Karibu sana. Ikoba ni pasti Tabaka. Wow, mwanangu barikiwa sana. Karibu. God bless you so much. Amen. Asante. Judy, unaongea pole pole Judy. Karibu. Mungu atafungua milango Judy. Judy kutoka Ikoba. Mpigie makofi. Amen. Amen. Ni wageni wetu. Tunashukuru. Amina. Hebu mpe kidogo nisikie anasema. Mpe mwenyewe. Ukoro kuteresa mara. Ngai kwaru. Haya, tutakuombea utaongea vizuri. Piga Yesu makofi kwa ajili ya hiyo. Praise God. Amen. I'm so happy to be here. Amen. I'm from Nairobi. We'll be worshiping together. Amen. God bless you, my daughter. She's from Nairobi. Unajua kama hamkusoma sasa hiyo ndio nijua cheki. This is from Nairobi. Happy to be here with us today. Hello. Sasa yule mwenye kusoma kuli ni kijana wa kwanza. Ale wateba hivi. Niko Nairobi hapo. Haya tuendelee. Kwa nena bako. Amina. Somebody tangu kudunia mbora kumgeni. Asante mama kutoka Igege. God bless you. God bless you. Amen. Karibu mamangu. God bless you so much. Pia watoto wangu walipotea wakapotezwa. Wale mko kwa radio tafadhali msikubali kupotezwa. Kanisa yetu iko mahali panaitwa Egesa. Ukifika Egesa
Amina. Na ikwaru Musocho. Amen. Amen. Maria Goreti, wewe ni Mkamba? Mukisi. Goreti ni Akamba. Mwana wa mwitu wacha. Na mukiata. Ngaiendete na hesabio. Asante. Okay. Nataka watu wa ushuhuda watatu ama watano. Unakimbia mbele, wa ushuhuda unakimbia mbele. I need 5 people to give testimony. Hiyo tukimaliza hakuna mahitaji, ushuhuda peke yake. Usilete mahitaji, ushuhuda. Baada ya ushuhuda tunaingia kwa mahitaji baadaye. Ushuhuda noborori. Ubwatoborori kuna hii imefanyika, kuna hii ushuhuda. Kamera manishima kama uko wapi? Na saa 6:30 imefika. Sijui mbona hatuko kwa hewa. Upete mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Niko na furaha siku ya leo, nasema asante kwa Mungu, sina cha kumpea lakini namrudishia shukrani. Pastor, hii Sunday sikuwa, lakini ile Sunday nyingine nilikuwa. Kuna wakati ulikuwa unaomba unasema mtu shika tumbo, shika mguu. Na kuanga na shida ya tumbo wakati napata siku zangu za mwezi, unapata hata siwezi enda haja dogo ama haja kubwa, nasikia uchungu ikinikata sana. Hiyo wakati nilitoka kanisa direct nikaenda, lakini sikusikia uchungu wowote, uliisha, nikamaliza vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu kuna dadangu ule alikuwa huko ulimuombea, ulikuwa unamwambia apate. Nani ametafutwa pasta? Ngoja. Nilimwombea apate bwana. Na yeye alikwambia anataka umuombee apate bwana wa kumuleta hata hapa akiwa hata mbali. Ametafutwa. Ametafutwa. Watu wanapitana kwenda mpaka nyumbani. Hakuna mtu hajaokoka wenye wanaenda nyumbani. Bwana asifiwe. Tushike break ama watembe kwanza. Tembee. Sina yeye alihangaika. Wamefika wangapi hivi? 4. Na kila mtu anamwambia nitakuoa. Mwingine alifika saa 9 ya usiku. Mama akauliza hii ni wazimu ama nini? Ni anatoka Adriva, anasema anafanya na kampuni ya cement Simba. Akafika saa 9 akaambia mama, nimekuja hapa kwa ajili ya hii na hii. Pastor. Endelea kutuma baba. Bwana asifiwe. Wewe pia wamekukosa. Kuna mwingine hapo nyumbani anahangaika eti hakuna bwana. Wako hapo kwa madhabahu? Wako hapa. Angalia mtu mwambie wako hapa. Bwana asifiwe. Msichana alikuwa hapa analia. Nikamwambia toa sacrifice yako. Analia akasema pastor, sijui nifanye nini? Sijui niende wapi? I don't know what to do. Nikamwambia kuna what to do. Hapa ndio na sacrifice kwa madhabahu. Maana baraka yako iko wapi? Hapa. Baada ya maombi mpaka mwingine anaenda usiku saa 9. Usiku? Usiku saa 9. Bwana asifiwe. Swali ni hili, walikuwa wapi? Angalia mtu mwambie usifungwe. Sinaona huko ni kufungwa. Sasa mtu mpaka usiku saa ngapi? Anaenda kutafuta kilicho chake. Alafu kuna ile mambo ulikuwa unaombea ifunguke. Ile ya ile kadi. Watatu wamepigwa Jack, ni mimi nimebaki peke yangu. Nataka unene jambo moja tu, sina ingine. Ngoja. Watatu wamepiga teke. Sawa, zikui kwa system. Peke yako. Ya moja ili ya grade 8000, ya wawili ikaambiwa pesa itoshi, ya mwingine imekataa, yangu ndio imebaki. Si useme mimi ndio nitabaki. Mimi nitabaki. Bwana asifiwe. Wakati mambo yameenda kinyume, nani atabaki? Sikiza niwaambie, vitu vingine wewe kuwa na madhabahu. Madhabahu
mimi nitawaambia hili jambo mpaka nife kutoka duniani. Angalia nini? Madhabahu asitosha ni nguvu. Yenye iko na nguvu ukiipata nikamate, maana ni ya kwako. Amen. Amen. Mwanangu, usijali. Bwana awe na wewe na akufungulie mlango. Amen. God bless you. Amen. Thank you my daughter. Na umefanya nilikuwa na wengine, lakini leo mtakupeleka saloni. Hata Sunday uname na kichwa na nini. Bwana asifiwe. Alikuwa na mpango wa kwenda kununua nyama akule, lakini leo mama aende saloni. Nilikuwa nataka kutoa sacrifice, lakini leo mama utaenda saloni. Kumbe nimegusa mtu. Si yake Mungu akuguse. My wife, leo saa 9 nitakulilisi ukuje kwa wera. Maana kesho napeleka mtoto wa Leverage. Nampeleka Jaramogi Odinga University. Amen. Kesho napeleka mtoto wapi? University. Kalipita, tulimwombea, alipata A. Na akasema dadi mwenye aliniombea atafanya nini? Tanipeleka. Kesho tunampeleka. Si useme amen? Na wewe si wako kapite nimpeleke? Na inawezekana? Inawezekana. Amen. Asante mwanangu. God bless you. Mwana wakwe. Amen. Yesu no muya. Amen. Yesu na twajete. Akero mwege nete byosi gako kolera. Pastor itukuri wasabirete. Omwana nega korete bikona abana baria abayiwana ile. Ntegete. Onsabire. Wache barete kende kanisa iga ekanisa ye ekora yani barete kende byosi bararete. Erinde kanisa ye. Irukura batevinga abantu baigo. Kuri kwaje. Batevi kuri. Ero. Bantegete barete kende byosi bararete erinde kanisa ye. Abamente go emirimo ga kanisa. No mwana one naro moke uri university. Tageta ari mirimo ga pastor. Osabire ekiagara gaki. Na nyori ne chambe mingi lakini ndo se kwaerera babisa bane bose bari barenge kotigia iyo bajete babo kwanya babo te aba mama to sabire umone na baku na ndaba kumono basi mirimo yo gate nemiya tigoge ndere mono ngake gwege Ekoko kuletera. na kuletera umone na Si useme amen. Wasome Ibrahimu egatabu kia Ibrahimu lilisara nyolete omwana abasomba babirega bagitase Ibrahimu bakogenda ya malaika Nyasaye bakogenda basamba Sodoma na Gomora ekero baikororo iga Ibrahimu abaruta akabasorora akabateriga injuga kimba eno na mate Ikitageta ukigora mwigoro kwitabu kyo. Nganoka Omochakano. Omochakano Emochakano tingunyora lakini lebe yakwane akero baikororo Ibrahimu gagende tagakoraki Ibrahimu gagende te akagenda bakageti akarete moririe nuru akabanyenyera agaterisara kanyugosi ogosio bwerinde abageni abari ekagera amaraika yagatebi Ibrahimu bingana ligiya akamataimu mwako yongo chakera kuja iga igongonyora kubwato mwana omanene Yesu abaku Amen. abaku mwana Asante. manene abaku Amen. akolo mama Amenipa kuku na amesema hii orobosi. Lakini mumemwelewa kile amesema? Walichinchiwa nini? Kondoo na wakakanda nini? Unga ya ngano, maneno ikaneno. Ameleta ila akonayo na nini? Are you getting me? Baraka zingine wewe mwenyewe ng'ang'ana. Baraka zingine ng'ang'ana mwenyewe tu usipate. Karibu msichana wangu. How are you? Nashukuru. Amen. Hata sijui nikulipe nini. Nashukuru. Wacha Mungu apokee sifa. Angalia watu waambie nini imefanyika. Keyboard. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Ni wangapi waliniona hapa nikilia? Akilia anataka kufanya video.
Nashukuru sana babangu wa kiroho kwa sababu alinisupport. Nilimaliza shooting na naomba Mungu aendelee kuwa na mimi. Pia Mungu aendelee kubariki pastor. Mahali alitoa, Mungu aendelee kumuongezea zaidi. Video imekuwa na tukimaliza ibada, nina imani tukimaliza ibada tutaweka hiyo video yake na watu wataangalia. Pastor akiendelea kubarikiwa na ubarikiwe zaidi. Amen. Asante mwanangu. Bwana asifiwe. Tuliahidi ya kwamba atafanya nini? Tutamtolea video. Si mnakumbuka? Imetolewa na leo tukimaliza ibada mtawatch ile kazi imefanywa. Alafu na wiki hii Jumatano jioni hivi nitaanza shooting ya nyimbo zile zetu. Kitambo na Jumamosi, tangu asubuhi Jumamosi takuwa ba utoka asubuhi ni kuiwete tukora kana soko tena kulikwane kuone wenzi ibani elia Jumamosi maambi kuru saa 12 saa 1 hiyo tokole ingawa imbe hapa si mbali kwa kanisa hapo kwa shamba itengeneze ujagira Jumatatu abantu bariki video chetu chini. Amen. Iko naye na hotel ukiwa kuwili ukujo katikie Mungu. Siku ni lini? Jumamosi. Bwana kubariki. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Namshukuru Mungu kwa kunifikisha siku ya leo. Songa hivi. Jana nilikuwa kitukaa saa 1 nikaelekea town nikafikisha brother hapa juu. Nilikuwa naelekea town. Sasa kufika opposite Jude, gate ya St. Jude. Kuna mtu alikuwa anapanda kutoka chini na pikipiki. Sasa hapa kuna gari zilikuwa zinakimbishana kwenda hapa juu na tipa fulani mbili kutoka juu. Sasa huyo mtu alikuwa mlevi, akakata hiyo side yangu, sasa nimefaceana kabisa hivi. Akakata hiyo side yangu, sasa ameniface na mimi nimemface. Sasa mimi nikaona nikipiga hapa nikiovertake side nitakufa na hizo tipa. Nikasema nikiovertake na hii side hapa uole ya St. Jude bado mimi peke yangu nitakufa. Nikasema hakuna shida, wacha nikufe mimi, tukufe pia wote. Nikasimamisha pikipiki, yeye akakuja straight. Mimi kunipiga siku nilishtukia tu niko hospitali. Kati dadia alikuja, Nilisikia kwa hospitali tu. Lakini wakati nilisikia tu sauti ya dadi vile amefika ameongea, nikatoka kwa kitanda nikauliza hapa ni wapi? Kaniambia uko General. Nikamwambia hapana, mimi sikuwa nifai kukuja hapa. Hebu tuende nyumbani. Dadi akanishika mkono tukaanza safari kuja nyumbani. Hata hospitali wakifika huko walikuwa wameita peleke Jenwek. Lakini vile dadi amefika hivi akanichukua tuna kitambaa mama alikuwa nao nikapewa nikajifunga nao. Alafu soja akakuja kuuliza yule mtu mwenye alikuwa hapo kwa kitanda hapo wapi, na alikuwa ananiuliza mimi ati kuna mtu alikuwa amelala hapo kwa kitanda ambulance karibu kufika hapo wapi. Nikamwambia ni mimi. Soja akaanza kutoroka kwenda nje, akaanza kusema aliona kama ana machini. Akaanza kusema angalia mwenzako mwambie watakutoroka. Haleluya! Wewe si wa kufa. Akaanza kusema ati koro chuna ba korre mnaba chiriwa mosara mjuna ba korre oyobokiri abamba tokia akatoka kandete hadi hospitali. Walishangaa sana. Nashukuru Mungu kwa hiyo tumini kwa mzima. Pikipiki yangu iko huko town, hata ukiangalia unasema huyu mtu hayuko wai, lakini pikipiki nayo ukiangalia haiko, imeisha kabisa. Lakini mimi niko sawa na namshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Kuna mtu ndani nje kabla. Sema utatorokwa. Sema watanitoroka. Ile neema niko nayo. Watanitoroka. Haleluya. Ile neema uko nayo watakuepa. Atakuona anaenda kando. Anakuona anaangalia upande mwingine. Hiyo neema uko nayo. Karibu mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Ensengo ina ni sawa na ngambi ya mama asoko kukenya. Na bange baga tukora kukenya na kande kibarochi. Tukora kukenya na kande mama. Asini chumu. Aba ku Yesu. Amen. Encho ntenine kusubanya sana mtwalika ku Yesu ku Yesu. Ensengo chinde kuba barajya sema mbya abana nako kakindobya. Na
ningwate nagachokorokane inatari amende ono na bandi besibya abana bataitanga n'ugiye kanisa baje goche kanisa lakini nganto nareke okumya omochokorekera hera n'abana bandi igo nanyora ngosuri koyana abakuyesu ono nasimina ikikiara nachikomo kwa tibera abakuyesu lakini igo naswana murangeri nyasaoni namusama atagadi namwa nanyora mwana obere buya lakini namutigo mugakonde kale nembe lakini namutima kende nkeyo umwana uwenda abakuyesu nabere matutangaso gutoleka weito mu buzi Yesu Kristo ndoyo okore bikana abakuyesu abantu bayinistani bakomu mbo ibara sonyora abakuyesu igatore mate Yesu nande toteni boko Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Sasa Marieta okuro kurusitera toka maragoli lakini ngiuti hinenyete. Na rwe gakero kindi ndwarete mono. Umwana uri ono ndenda ngayara tenene. Umwana uri gandenda mono. Simama msichana, simama kuona. Gandenda mono. Gakero nkuimuka kwenda Nairobi akambwa toko boko. Akambeke pikipiki. Karambia lakini ngona rote ngana hedi le karonko ya Nairobi tindi igondwarete bule lakini nyasawa okongere pasta maruta masabo nabweni romane nabakwe ono ninde ne tinguru nyasaye namkombweni nabiyete Nairobi ala misi na ikaida mbiyande bangide tenya gitari kagwali kararo rama tukatano lakini nkarworo ndebia Pasta masaba endelea pasta endelea mwana masaba yumbia mwana. Mama ngoja. Ulikuwa mgonjwa miaka ngapi uweze kutembea na fimbo? Shuhudia watu wa TV wanakuona. Washuhudie. Waliwata manyeti iko kwenye ngo sensera. Mimi natembea na fimbo, sikuwa najiweza. Lakini kwa saa hii maombi ya pasta imenifanya nimetembea. Miaka ngapi? Miaka 38. 38 lakini wano mbiyande pastor endelea gonzabela mbiyande naendo bubege ngwira umongine bamkolete ligata ligata hawezi kutembea peke yake ni fimbo for 38 years hakika yupo Mungu. Bwana asifiwe. Wapi yule mama mtoto wake alikuwa amefungwa ng'ambo njoo shuhudie. Na mwingine alisema huyo mama sijawahi muona kwa TV. Sasa tuko live, wacha kuona kwa TV. Njoo shuhudie. Alafu baadaye tukimaliza tunaingia kwa neno direct. Kuna mwingine nafungia shuhuda nje. Kama kuna mwingine mmoja akimbie. Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mungu ni wa ajabu. Kwa haya madhabahu kuna mazuri hapa. Wanangu walifungwa ng'ambo. Alisingiziwa kuiba gari. Lakini sasa tukashughulika na maombi, walikuwa wamemhukumu miaka 4. Lakini pasta alimuombea akafungwa miezi 4. Lakini hakumaliza hiyo miezi 4, alikuwa amemaliza miezi 3. Akafunguliwa. Nashukuru Mungu, sasa yako sawa. Amepata kazi lakini amaliza 2 hivi. Naomba pasta pia tena uendelee kumuombea. Ako sawa kabisa. Amepata kazi. Amepata kazi. 2 weeks now. Alifungwa miaka 4. Miaka 4. Kwa kusingiziwa ameiba gari. Ameiba gari. Tukoomba hapa. Hapa. Ukatoa sacrifice hapa. Hapa. Akafunguliwa. Hata alipelekwa airport arudishwe Kenya. Lakini kuwezekana ndio wakati ukasema tuomba apate kazi. Amepata kazi. Nashukuru Mungu sana, ametenda maajabu katika maisha yangu. Naona madhabahu haya yana mazuri hapa. Nashukuru Mungu basi. Piga Yesu makofi kwa ajili yako. Asante mwanangu. Nani mwingine? Nisikufungie uko na kitu kinakuuma. Vile nisema watu 4, njoo. Na wewe njoo. Basi kama ukuji kwa mbele hiyo ni ya uongo, hatutaki hiyo. Tunataka ya ukweli. Mali unaonekana. Maana Biblia inasema kwamba sitaionea haya injili. Bwana sitaionea injili.
sitaionea haya injili ya Bwana. Karibu mama. Bwana sifiwe. Amen. Nimesema tena. Huyu mama ni ya nyumbani mali nimeoreka. Mimi ni siko. Sasa huyu mwenye asimama ni yule nikupigia simu ilikuwa Friday. Kaniambia kwa kanisani uko na ibada. Niambia nikupigie saa 8. Mimi amesimama hapa. Sasa nimekuja na message yangu. Ni kweli huyu mama amenipatia matunzo muda mrefu sana. Alikuwa mgonjwa. Sasa alikuwa anakuja kwa mama, "Spora nitakaje nipone?" Kamwambia Mungu atakuponya siku moja. Alikuwa anakuuliza nitakaje nipone. Mama sikuje chochote. Ndio watu wakuone kwa TV. Huyu. Sasa nataka umsalimie. So umeona Mungu amemponya. Amen. 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 Spora. Mama Spora. Mama, unamkumbuka Spora? Nkatomenyete ane na akabwana. Ulikuwa unamuuliza ndabona? Ngakinda bwene, ngainda ndagwali. Anteri sabanya sana. Bono kwa wende. Na bwene. Wanyo wende. Na bwene, na nyoni ro bwene. Bwana asifiwe. Simefurahia kumuona. Ongea kimaragoni. Usi. Mkambi ye. Nchembi yande, na wamenye kaigege. Wasimbi ya watu. Bwana asifiwe. Ai, Spora simesikia la. Sasa nimefurahi nimeona my sister naye atapona. Bas. This is great. Yule aliponya yule Mungu bado yuko hapa. Ataponya na dada. Amen. God bless you. Yaani Spora amegusa mpaka amekuja kusudia tu nini? Vile anajua mama vile alikuwa amefanya nini? Ameteseka. Si ni vizuri jamani. Nataka tuingie kwa neno, lakini pia hiyo kuna watu wako kwa redio wana ushuhuda. Namba yangu ya siro ni 0714 090 261. Nataka watu wawili wa redio washuhudie kwanza wale Mungu ametendea, Mungu amefanya miujiza hii. 0714 090 261 kwa redio, upige simu ili ya kwamba angalau na wewe watu wasikie ushuhuda wako, ndio tuingie kwa neno. Mimi furaha yangu ninasema furaha yangu Bwana Yesu, mimi furaha yangu Bwana Yesu, vijana furaha yao Bwana Yesu, temo furaha yangu Bwana Yesu, tunasema furaha yangu Bwana Yesu, mimi furaha yangu Bwana Yesu, ninasema furaha yangu Bwana Yesu. Tunaimba na ngojea watu wa redio wawili ama hata kwa TV. Yule alituwatch na ameona muujiza Mungu amemtendea, baadaye tuendelee. Furaha yangu Bwana Yesu, ninasema furaha yangu Bwana Yesu, mimi furaha yangu Bwana Yesu. Hello. Hello, Bwana asifiwe Pastor. Amen. Mimi niliponywa. Mimi niliponywa ile siku uliombea maji. Wewe ndio uliponywa na maji ile siku tuliombea usiku. Unaitwa nani kwa majina? Naitwa Rageza. Unatusikiza kwa redio ama unatazama kwa TV? Radio. Asante, barikiwa, tuko pamoja, usitoke kwa redio. Halo. Pole, imekatika. Kuna huyu mama wa ushuhuda, huyu wa 015 mwisho. Hiyo namba yako imekatika, pole. Piga sahi ushuhudie watu, tuingie kwa neno. 015 ndio ilikuwa napiga, imekatika, piga sahi ushuhudie watu. 0786 mwisho 015. Piga simu yako, imekatika, tulikuwa tukienda na huyu mwingine ushuhudie watu. Bwana asifiwe. Kuna watu wanapitia hali ngumu. Kuna watu wameona Mungu. Kuna huyu amepiga, wacha ashuhudie, tuingie kwa neno. Halo. Yes. Atusikii vile unaongea, unatafuna maneno. Ongea.
Umwana ulinyete skulu akera ne. Bwana asifiwe. Alipiga simu on Thursday akasema mtoto alifika shule, akaacha kila kitu, akaja nyumbani akasema hatarudi shule. Mnamulisikiza kwa radio? Tukaingia kwa maombi, leo amekubali anafanya nini? Anarudi shule. Si Mungu apokee sifa. Na nyinyi pia yale yenu mlikuwa mnaomba, kile umeita kwa Mungu, Mungu apeana kwako. Haleluya. Nataka tuingie kwa maandiko na Bwana Yesu anaenda kutubariki. Cha kutumaini sina ila damu yake, sina wema wa kutosha, cha kutumaini sina Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ni salama baba, mwamba ni salama, ni salama, First Kings chapter 18. Kila mtu nimwambie ukija kanisani, saa nyingine wa Kristo tuwe serious na Mungu. Pepa Biblia. Kama una Biblia, pepa mahali pa kuandika. Hiyo ndio njia pekee yako utasaidika. First Kings chapter 18 number 30. Tunaanzia hapo. Ujumbe wangu leo ni kwamba the Lord will rescue you. Mungu atakukumbuka ama atakukomboa. Amen. Inasema hivi 18:30. Kisha Elia akawaambia watu wote. Rudi kwanza namba 25. Twende mpaka 30, sorry. 25. Inasema hivi. Elia akawaambia manabii wa Baali, chagueni mmoja kati ya hawa mafahali na muwe wa kwanza kumwandaa, kwa kuwa ninyi mko wengi sana. Litieni jina la Mungu wenu, lakini msiwashe moto. Kwa hiyo wakamchukua yule fahali waliyepewa, nao wakamwandaa. Kisha wakaliitia jina la Baali kutoka asubuhi hadi ya dhuhuri. Wakapiga kelele, Baali utujibu. Lakini hapakuwa na jibu, hakuna aliyejibu. Nao wakacheza kuizunguka madhabahu walioijenga. Wakati wa dhuhuri Elia akaanza kuwadhihaki akisema, pigeni kelele zaidi, hakika yeye ni Mungu. Labda amezama katika mawazo mazito, au ana shughuli nyingi, au amesafiri. Labda amelala usingizi mzito, naye ni lazima amushwe. Kwa hiyo wakapiga kelele zaidi, na kama ilivyokuwa desturi yao, wakajichanja wenyewe kwa visu na vyembe mpaka damu ikawachuruzika. Adhuhuri ikapita, nao wakaendelea na utabiri wao wakiwazimu mpaka wakati wa dhabihu ya jioni, lakini hapakuwa na jibu. Hakuna aliyejibu, hakuna aliyeangalia. Kisha Elia akawaambia watu wote, sogeeni karibu nami. Watu wote wakamkaribia, naye akakarabati madhabahu ya Bwana ambayo ilikuwa imevunjwa. Elia akachukua mawe 12, moja kwa ajili ya kila kabila la wana wa Yakobo, ambaye neno la Bwana lilimjia likisema,
jina lako litakuwa Israeli. Kwa kuwa kwa mawe haya akajenga madhabahu katika jina la Bwana, na akachimba handaki kuizunguka ukubwa wa kutosha vipimo 2 vya mbegu. Akapanga kuni, akamkata yule fahali vipande na kuvipanga juu ya kuni. Kisha akawaambia, jazeni mapipa 4 maji na kuyamwaga juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Akawaambia, fanyeni hivyo tena. Nao wakafanya hivyo tena. Akaagiza, fanyeni mara ya 3. Nao wakafanya hivyo kwa mara ya 3. Maji yakatiririka kuizunguka madhabahu na hata kujaza lile handaki. Wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Nabii Eliya akasongea mbele na kuomba akisema, Ee Bwana Mungu wa Abrahamu na Isaka na Israeli, ijulikane leo kwamba wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kwamba mimi ni mtumishi wako na nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Unijibu mimi, Ee Bwana, nijibu mimi, ili watu hawa wajue kwamba wewe, Ee Bwana, ndiwe Mungu, na kwamba unaigeuza mioyo yao ikurudie tena. Kisha moto wa Bwana ukashuka na kuiteketeza ile dhabihu, zile kuni, yale mawe, ule udongo, na pia kuramba yale maji yaliyokuwa ndani ya handaki. Number 43. Akamwambia mtumishi wake, nenda ukatazame uelekea bahari. Akaenda na kutazama, akasema, hakuna kitu chochote huko. Mara 7 Eliya akasema, nenda tena. Mara ya 7 mtumishi akaleta taarifa, wingu dogo kama mkono wa mwanadamu linainuka kutoka baharini. Hivyo Eliya akasema, nenda ukamwambia Ahabu, tandika gari lako na ushuke kabla mvua haija kuzuia. Wakati ule anga likawa jeusi kwa mawingu, upepo ukainuka na mvua kubwa ikanyesha, naye Ahabu akaenda zake Yezreeli. Nguvu za Mungu zikamjia Eliya, naye akajikaza viuno, akakimbia mbele ya Ahabu njia yote hadi maingilio ya Yezreeli. Sema amen. Amen. Najua ninafurahia hiyo last statement ya kwamba kwanza Eliya ameua manabii wa Baali. Baada ya kumaliza, tutarudi hapo nyuma kule the last statement, Elisha akaambia mchumbe, nenda kamwambie Ahabu ya kwamba atandike ng'ombe zake na aende, maana kunanyesha mvua. Bwana asifiwe. Ahabu akaenda kama muda wa masaa 3. Maandiko yanasema kwamba na Eliya alipoamuka, mkono wa Bwana ulikuwa juu yake. Wewe niambie, mtu ameenda masaa 3 na gari, jamaa akatoka nyuma na akamtangulia mbele. Mtu akitoka kwa masaa 3 na miguu na gari ni kama amefika Narok. Sasa jamaa akatoka masaa 3 wali iko mbele, jamaa akatoka akoni, maana mkono wa Bwana uko juu yake. Jamaa alipitwa mpaka anamwangalia akiingia, yeye akawa wa kwanza. Wapendwa, nataka nikwambie leo ya kwamba hata kama kuna mali walienda, unahitaji mkono wa Bwana, unahitaji mkono wa Bwana. Hiyo mbio wamepiga bado, haleluya. Mkono wa Bwana utakuvukisha milima, niko tumapondo, utaenda kufikia whatever you want. Haleluya. I want to preach the gospel. Maandiko inasema ya kwamba Eliya akasema hakutakunya mvua muda wa miaka 3. Alipomaliza, yeye akaenda kwa mwanamke wa Sarepta, akakaa huko, akala huko. Lakini ikafika mahali Mungu akamwambia, nataka niangamize manabii wote wa Baali. Bwana apewe sifa. Kuna mtu ambaye amesimama mkono wako wa kuume, amefanya usione baraka. Kuna mtu amekuwa kikwazo, kwa sababu miaka yako yote unang'ang'ana, maana hatua unachukua. Kuna yule nabii amesimama mkono wako,
amesimama mbele yako. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Isaya 36 kuanzia mstari wa 16, kuna vitu Biblia inasema. Isaya 36 from number 16. Maandiko inasema usimtegemee. 16 nasema inasema hivi, msimsikilize Hezekia. Sema amen. Amen. Huyo ni nabii wa kwanza mwenye aliyekuwa anafanya kinyume. Mungu atawaambia wana wa Mungu, atawaambia msimsikie nani? Hezekia. Na Hezekia alienda akawaambia mtakombolewa, tuko na Mungu wetu, wako na madawa yao, wako na vitu vyao, lakini Bwana akapeana uoni. Akasema usimsikilize Hezekia. Amen. 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 Huyo mganga mwenye ambao mnategemea, huyo mganga wanategemea kwa familia yenu wamewafilisisa, leo tunamuua leo. Halo! Leo mganga yeyote walikuwa wanategemea, wanapeleka machina yenu huko, wanapeleka madawa, wanaleta roho ya confusion. Bwana Yesu anaenda kupigana nao. Yesu anapigana na maadui wako leo. Haleluya. Anasema usimsikilize wala usimtegemee huyo adui huyo. Sema Hezekia wa kwangu, nimekusikiza siku mingi, leo nimeungua siri. Haleluya. Nataka kurudi nyumbani. Haleluya. Leo ya urejesho ikae kwako. Bwana akurejeshe mali yako na afya. Maandiko yanasema kwamba kijana mpotevu akaenda kwa baba yake, akaambia baba yake, nataka mali yangu, nataka vyote vilivyo vyangu. Baba yake akapeana mali. Alipopeana mali, kijana akaenda akatawanya mali yake huko nje, akafanya anasa, akatumia mali yake mpaka akafilisika. Akaanza kufanya kazi ya nini? Ya kulisa nini? Alipomaliza siku moja akasema rohoni mwake, nyumbani mwa baba kuna makao na mimi hapa natapika. Jamaa akasema nitarudi nyumbani. Nyumbani mwa baba kuna watumishi wengi, wanakula na kushiba, mimi nateseka huko. Chakula ni tabu, hata kulala ni shida. Suruali nzito yanilemea sababu ya viraka. Tarudi nyumbani, nimwinamie baba, niseme nimekosa mbele zako na mbele zake Mungu. Bwana besifu. Jamaa kaangalia, akafikiri vile iko kwao. Maandiko yanasema kwamba na ufahamu karudi. Leo ninaambia Mungu, mali yako waliochukua, Yesu anaenda kupeana ufahamu. Haleluya. Ufahamu utapatikana. Nitajua ufahamu wa neno la Mungu. Nitajua ufahamu ya mali nimesimama. Hakuna atakaye niweka chini. Waliniweka chini ya kutosha. Leo naomba urejesho wa ufahamu. Naomba ufahamu yangu. Sitakigo sema naomba ufahamu yangu. Naomba ufahamu yangu. Yesu, nimeteseka sana. Maana walicheza na akili yangu, wakanifanyia brainwash, wakachukua akili yangu. Nimekuwa nikitembea sina ufahamu. Lakini leo Bwana Yesu, naomba unipe ufahamu ndani yangu. Naomba unipe ufahamu wa kuendelea. Naomba unipe ufahamu wa biashara. Unipe ufahamu wa maendeleo. Unipe ufahamu wa utamsho wako. Ya. Naomba ufahamu leo. Naomba ufahamu leo. Bwana asifiwe. Jamaa kama ninasema kwamba aliporudiwa na ufahamu akarudi nyumbani. Kuna mtu atarudi nyumbani leo. Anarudi nyumbani, sehemu ya baraka yako hapo ni nyumbani kwako. Hiyo mateso itoke kwako. Bwana, wewe haukuzaliwa uteseke, haukuzaliwa uhangaike. Haleluya. Simama, salimia watu watano, waambie sikuzaliwa niteseke. Leo nimejua siri yangu, lazima niende nichukue baraka yangu.
Yesu apeane urejesho kwako. Wengine wanapata vipawa, maana Yesu anarejesha. Huduma waliokunyang'anya Yesu anarejesha leo. Haleluya. Andiko linasema ya kwamba usimsikilize Hezekia. Hezekia, nimekusikiza miaka mingi ukanipotosha. Mungu umefika, nataka kusikiza sauti ya Mungu. Ukasikiza sauti ya Jehova, ukasikiza sauti ya Mungu. Hezekia, nimechoka. Wachawi nimechoka. Magonjwa nimechoka. Hezekia wako leo mwambie nimechoka. Hezekia wangu nimechoka. Matatizo, vita kwa ndoa, huyo ni Hezekia. Leo umechoka. Yesu anatengeneza, anafungua mlango. Naona mlango wa chuma ukitoka, mlango wa nyororo unafunguliwa, mlango wa maneno unaondoka, mlango ulioweka unaondoka. Urejesho wako unakuja, urejesho wako unakuja. Afya yako Yesu anaipata, neema yako Yesu anaipata. Mahali huko nenda pokee neema yako, nenda pokee muujiza wako, maana urejesho. Halo, Angalia mtu mwambie sitaka hayo maisha. Hezekia, nimechoka na wewe. Wende kama Hezekia wako ni kansa. Hezekia wako ni kichwa kinakuuma usiku na mchana. Hezekia wako haujapata mimba. Mungu akasema kwamba mwambie Hezekia mambo yako atasikiza tena. Haleluya. Nabii Elia akasema, ninyi chukueni ile mali ambayo mnaona ni nzuri. Wakachukua ya kwao, jamaa wakaweka. Andiko linasema wakajikatakata, wakafanya vitoko vyao. Elia akafika mahali akaanza kuwavi yake. Leo ukirejeshewa nyota, enda karinge mbele ya maadui zako. Bwana akirejesha nyota yako, tembea kwa maadui, fanya vile unataka. Angalia mtu mwambie usinione hivi hivi. Mwambie usinione hivi hivi. Halo. Wakati mambo imegeuka. Mambo ikibadilika imebadilika. Jana walikiona uko chini, wataanza kulisha alitoa pesa wapi. Mwingine aliniambia nyumbani, kuna mzee mwingine anaitwa Mwindi, tunamjua. Yeye akona machani chai na ni mingi. Kuna mzee fulani akona mang'ombe na miti, tunamjua. Wewe umetoa pesa wapi ya kujenga nyumba kubwa kama hii? Halo! Wakae mahali waulizane maswali. Maana Yesu amekuweka mahali waulizane maswali kwa ajili yako. Leo mtu high five, mwambie wewe. Mambo imebadilika. Haleluya. Elia akamwambia chueni yeye. Wakachagua yao. Maandiko yanasema ya kwamba wakaweka mahali, wakang'ang'ana mpaka wakatikatakata na visu, wakilia wakita Mungu wao. Elia akamwambia labda Mungu wenu ameenda kwa honeymoon. Labda Mungu wenu ako kwa mawazo sana. Itana. Haleluya. Kuna wakati unafika hata muganga hata akikuroga urogeki. Kuna wakati unafika ukisakombolewa, wewe ni kinga, Mungu atakulinda. Haleluya. Anasemaje kwenye kitabu cha Mika 3? Mtu alisomea haraka. Kitabu cha Mika sura ya 3. Mtu alisomea haraka tafadhali. Si lazima Pastor Neema, mwenye amepata nisomee. Mika sura ya 3. Mstari wa kwanza nisomee mwenye amepata. Fungua Biblia haraka wapendwa. Mika sura ya 3 inasema nikasema tafadhali sikieni. Enyi vichwa vya Yakobo sikieni. Mnaoitawala nyumba ya Israeli. Je, hawapasi ninyi kujua hukumu? Haiwapasi nyinyi kujua hukumu. Answer statement vizuri. Nikasema tafadhali sikieni. Enyi vichwa vya Yakobo, mnaotawala nyumba ya Israeli. Je, haiwapasi ninyi kujua hukumu? Haleluya. Sema yote mwenye alikuwa ananitawala leo achie hukumu hiki.
Haleluya. Leo utahukumu. Kule waliweka majina yako utahukumu. Amen. Kile walichofanya wakae wakijua hukumu ipo. Haleluya. Nitahukumu yeyote aliyenilaani. Leo ninatoka kwa hiyo laana. Yeye abaki na laana yake. Aliyosema kwetu wataolewa, wataolewa na watakaa. Aliyosema wataolewa wa kwetu wataolewa. Leo ninawahukumu. Mahali mlimeweka majina yao, leo ninawatoa. Halo. Wanaowatawala wacheko na hukumu. Angalia mtu mwambie, endelea kutawala, lakini jua kuna hukumu. Na leo ni hukumu yetu. We want to restore back. Tuna restore. Wiki chao ni kuna ibada inaitwa Iron Fit Anointing. Usikose. Iron Fit Anointing. Iron Fit Anointing. Iron ni chuma. Yaani Mungu atafanya miguu yako kuwa nini? Chuma. Nataka leo Mungu akuleteshe arsenal yako. Aleteshe mali yako. Wiki chao ni mimi ya chuma. Ukanyaga unapasua. Unatindacha. Halo. Ni wiki ya chuma unatindacha. Ukitindacha unasionogora. Ukisionogora imeisha. You know I'm speaking Swahili so that people can understand me. You do what? You sionogora. Sasa unasikia sio. Unajua nilienda South Africa kuhubiri. Nimesema kusema Bwana asifiwe. So Bwana hubiri Kiswahili. So Bwana hubiri praise the Lord. I can see God is touching you. Nikasikia wasemi mpaka naambia Bwana asifiwe. Sasa wananiangalia. Alafu nawaambia I mean praise God. Bwana alikuwa nimesema Kiswahili. Bwana apewe sifa. Alikuwa na uhakika na Mungu wake. Wapendwa, kitu kinafanya tunateseka. Hatuna uhakika na Mungu wetu. Elia akawaambia leteni ng'ombe. Wakaleta ng'ombe, maana kwa kila vita lazima kuwe kuna madhabahu. Praise God. Ndio uponye kuna madhabahu. Ndio akurode kuna madhabahu. Ndio lazima ukao kichwa. Kila mahali kuna nini? Ukiona kwenu kuna magonjwa, kuna nini? Na kuna kitu nataka niwaambie leo hii. Kile kiliua mama yenu, kama hauko kufunja, kitakukula wewe. Kile kiliua baba yako, kama uwezi kukiua wewe, kitakuwa wewe. Maana madhabahu yenye ilijengwa kwenye Mithali inasema ya kwamba usimsahau rafiki wa baba yako. Kama imesema usisahau rafiki wa baba yako, maana yake hata maagano ya baba yako. Angalia Daudi. Daudi ametoka katika nyumba ya Ahabu. Ahabu alikuwa ni kahaba. Ile roho ikaruka Yeshe, ikamata mjukuu. Anaitwa nani? Daudi. Siku ya Daudi kukufa, amekuwa mzee. Ulika akufe na amani. Wanaweka blanketi, nasema nasikia baridi. Wanaweka chiko chini ya kitanda. Daudi anasema nasikia baridi. Lakini alipoambiwa uletewe msichana mwanamwali, Daudi akasema choto litakuja. Hapa akasikia choto. Lakini wakati kuna chiko, baridi. Wakati kuna blanketi, lakini alipoona kapindi, Daudi akasema haleluya. Bwana asifiwe. Tena hakutaka mwanamke tu. Maandiko yanasema kwamba Daudi akasema sungukeni mtafute mwanamwali, binti ambaye ni bikira. Yeye ni mzee mkongwe. Iko Wafalme wa kwanza 1. Kuanzia mstari wa kwanza, First Kings. Wacha kuniangalia, soma First Kings chapter 1. Useme pastor anasema maneno yake. First Kings chapter 1. Hakuna wasomi wa Biblia mama buju. First Kings chapter 1. Mstari wa kwanza. Nasema hapo. Nataka mwenye kwa Biblia sio simu.
mfalme Daudi alikuwa mzee tena, umri umefanya nini? Maana yake kilikuwa ni hata kutembea ni babu. Huyo babu sasa. Hakuweza kupata choto hata walipomfunika kwa nguo. Sikia. Hakuweza kupata nini? Choto. Hata akiwekewa blanketi Raymond. Hakuna choto. Buffet hakuna choto. Wakaleta improved chiko na makaa chini ya kitanda. Hakuna nini? Kwa hiyo watumishi wake wakamwambia. Kwa hivyo wale walikuwa wanakaa na wao wakajua shida ya Daudi. Wakafanyaje? Turuhusu tumtafute kijana mwanamwali bikira amhudumie mfalme na kumtunza. Anaweza kulala pembeni mwake ili bwana wetu mfalme apate joto. Sema amen. Mumesikia hiyo? Utafute kasikia tena mwanamwali alale pembeni mwanani mwa Daudi. Daudi apate nini? Daudi akasema haleluya. Na alikuwa amelala. Haleluya. Ni maandiko, sio mimi. Si mmesikia, ni Biblia. Kwa hiyo sasa kuna ile roho na Daudi hakuifunja. Kwa vile hakuifunja ile roho, Daudi yeye alikuwa na mpango wa kando mmoja. Bibi ya Uria, baadaye kijana wake Suleiman akafunja rekodi. Wanawake 700, mipango ya kando 300. Akapiga sana wanawake 100 ngapi? 1000. Hata siku nyingine niliwaambia kwa redio, Suleiman angekuwa mzee wangu wa kanisa, singetengeneza posta ya kuambia watu nitakuwa kuzeni mwecho wewe, ama nitangaza kwa redio. Mimi nikiambia tu Daudi Suleiman tu kesho niko na kuruseni. Yeye peke yake akiongea wanawake wangapi? 1000. Wanawake 1000 wakiambia watu wengine 1000, nao wengine 1000 wakiambia wengine 1000. Si niko na crusade ya kutosha. Bwana pe sifa. Hiyo ndio roho ilikuwa kwa ile familia. Wengine mko hapa familia yenu hamuolewi. Mamaka aliolewa akaachwa. Akaolewa bibi ya pili akaachwa. Na wewe pia uliolewa bibi ya pili, ni kama unaenda kuachwa. Unabaki sama siku. Wengine mko hapa siku ya kuolewa ulitoroka na mahindi. Koleti endo kanyua. Ona hiyo ngobe ile maneno ngere koleti tarajia kufanya nini? Usipofunja ile madhabahu. Uliza mwenzako uliolewa ukiwa wapi? Ana wachete chiro. Mambo ikalifikia wapi? Sokoni. Mama, leo sikuji nimechelewa. Kumbe umeenda kabisa. Baada ya wiki 2 umekuja kuchokosa. Msichana wenu sisi ndio tulimuipa. Sasa kwako kamefika nao kamepale. Kameanza kutoroka. Naanza pasta nitaua uwe kwa nini? Funja madhabahu. Wewe mbona kwao? Huyo kijana kampeleka chela, wewe nani mpeleka panako chela? Funja madhabahu. Angalia mtu kwa masikio mwambie funja madhabahu. Amen. Mwingine juzi alikuja jamani. Hakuna kanyumba amekata basia. Hakuna mama wasichana ni wako. Sasa kumbe wakati umefika mzuri, baba wakianza kutembea na mke wake, kumbe mtoto mdogo anachungulia. Baba akianza safari anachungulia. Sasa siku moja baba akachiwa hapa anachunguliwa. Sasa akamwambia mama wiki hii twende safari. Wakakaa baba wiki ya kwanza ya pili akamwambia bibi, tutoke twende Kakamega, lakini angalia kama watoto wamelala. Wakati kufanya basi hivi, mtoto mdogo akamwambia mama mimi nimelala, lakini huyu mkubwa hachalala. Sasa mpaka mamaka akamuuliza jamani, wewe ndio unaongea. Sasa Musa amekuja, pasta imekasirika. Huyu mtoto nitamchapa, mwambie mtoto achapa. Tafuta roho mwingine. Watoto wamekuwa wakubwa, wapate nyumba ya. Halo? Unanipata vizuri lakini? Vitu vingine sisi wazazi ndio tumevifanya. Unaacha mtoto wako anaenda shule peke yake. Hauna hata pocket money.
anamwambia enda barabarani hapo, omba lift. Anaomba nani lift? Hao vijana wa kubeba maroli na mchanga wanatamaa. Hao wana bodaboda wanatamaa. Ndio na mimi nilisema sifanyi kazi ya bodaboda. Vijana wengi wa bodaboda wana kasi. Akikutamani na umekaa nyuma ya pikipiki yake, anajua vile anafanya. Anapeleka mbio, anasika breki ya front, unagoja msimu mzima kwa mbele. Anakuambia ni emergency, kumbe si emergency. Anarasa. Tena wakati ile ambayo ufikiri, tena kifika tena ke mali pa bogeka. Tena mbio anapata pambu sana sika break tena ghafla nyingine. Ukifika huko mama na wewe tamasi imewaka mwili. Na kuambia ukweli, wakikubeleka na kurudisha kesho kutwa mnenda na yeye tu bila kupenda. Maana kuna madhabahu iko ya kwenu, mlipendana na mwana bodaboda tu akiwa amekupenda. Sababu gani? Maana yeye kuna madhabahu inamgafa na alipokupepa na wewe hautafunjika, sasa ikatrap ile nyingine. Leo hii unahangaika, umepewa kisungusungu na bodaboda. Paka bwanako unauliza utenda sana. Na ndio baba watoto amekupa nyumba, amekupa. Kule kwetu kuna mwingine alitoroka mumewe akafuata watu wa soko. Hii majani ya soko. Miezi mingapi? Waina amerudi. Baba watoto nisamee nirudi nyumbani. Ona utarudi kwa nani? Na kumbe huyo bwana uko nayo ulimwona mchinga. Sasa amepata mwirefu mwingine. Alikuwa anasema nataka nipate bwana. Ameomba siku ile aliondoka akaweka mguu. Umekuja yuko hapo kama kuku. Ukimwambia ondoka anakuambia mimi naitwa sasa umepaki. Wengine walitoroka kwa kudanganywa. Wako kwao. Baba yake hakuoi, mama yake hata kuoa. Uko hapo kwenu sasa hivi unahangaika unasema like ningelijua. Ulikosea mahali maana kuna madhabahu inakufuata. Kuna madhabahu unasikia ambaye atakufa ndani yako. Wengine wanadanganywa. Bwana asifiwe. Mungu asimame upande wako. Mungu asimame upande wako. Elia akasema, iteni Mungu wenu. Wakaita Mungu wao. Ikafika masaa ya kutoa dhabihu. Kumbe kuna masaa inafika, Mungu anaweka interest yote kwako. Masaa ya kutoa nini? Dhabihu. Elia ndiye akamuka ile masaa ya dhabihu. Juzi niliwafundisha kuhusu Hezekia. 1 Kings chapter 20. Inasema kwamba Hezekia alikuwa mgonjwa. Wakati akiwa mgonjwa sana karibu na kufa, Mungu akamtumia mtumishi wa Mungu Isaya. Akamwambia endo mpelekee ujumbe. Ungekuwa umefika msomaji. 1 Kings. Nisomea haraka. 1 Kings chapter 20 from number 1. Sikia vile Biblia inasema. Second Kings chapter 20. Pastor Nema soma na microphone. Soma haraka. Kings chapter 20 inasema hivi. Katika siku hizo Hezekia akaugua. Naye akawa karibu kufa. Karibu na nini? Kufa. Nabii Isaya mwana wa Amozi akaenda kwake na kumwambia, hili ndilo asemalo Bwana, tengeneza mambo ya nyumba yako kwa sababu utakufa au utapona. Sikisa. Mpaka Mungu akatumana ujumbe kabisa. Utafanya nini? Utakufa na utapona. That is the message of God. Utakufa hautapona. Akafanya nini Hezekia? Hezekia akaelekeza uso wake ukutani. Akamuomba Bwana. Bwana. Kumbuka jinsi nilivyoenenda mbele zako. Acha hapo kwanza. Sema kumbuka. Hezekia akaanza kukumbusha Mungu.
kile alichofanya. Wacha nikwambie wapendwa, nimewambia wakati wa dhabihu ndio wakati unajiunganisha na Mungu tena. Hezekia amegonjeka, ameletewa ujumbe, ameambiwa hautaishi, wewe utakufa. Na Hezekia akajua nitakufa. Mungu amesema utakufa. Hezekia akanyosha macho yake, akaangalia kwa ukuta, akaanza kumkumbusha Mungu, Mungu, mimi ndio nilijenga nyumba hii. Baba, mimi ndio nilifanya hii. Ile kanisa nikatenda lile. Haleluya. Wakati wako wa matoleo, hapo ndipo utakuja kumkumbusha Mungu kile ulifanya. Mimi nitakwambia for free. Unajua wachungaji wengine waseme tukifundisha mtu kuhusu kutoa sadaka, itutafuta Mungu mtu mmoja asikuje kanisani. Usikuje, maana nimekwambia ukweli. Enda ukifika nyumbani, hiyo kitu huwezi kudelete, iko. Hata ukikaa peke yako unajua hii. Unaacha gani mwanangu nikwambie kitu na nisikusaidia? Hakuna. Bwana asifiwe. Akakuta, akamwambia Mungu, unajua vile nilivyofanya. Maandiko inasema ya kwamba kabla Isaya hajatoka, hapo ndio napenda. Inasema hivi, number 4. Kabla Isaya hajaondoka katika ua. Kabla Isaya hajaondoka kwenye ua. Wakati neno la Bwana likamjia akamwambia, rudi ukamwambie Hezekia, kiongozi wa watu wangu, ya kwamba hautakufa. Hili ndilo asemalo Bwana Mungu wa baba yako Daudi, nimeyasikia maombi yako na nimeona machozi yako. Nitakuponya. Siku ya 3 kuanzia sasa utapanda kwenda hekalu la Bwana. Sema amen. Amen. Maana alikumbusha Mungu kuhusu hekalu. Na Mungu akasema si mimi nilisema utakufa. Lakini alipoangalia sina ya Mungu, kila amefanyia Mungu na sacrifice, Mungu akasema hautakufa. Siku ya 3 utaenda mlimani kwa hekalu ili unitolee nini? Sadaka na sacrifice. Na Mungu akamuongeza miaka 15. 6 inasema nitakuongezea miaka 15 katika maisha yako. Nini kifanya ongeze miaka? Madhabahu. Bwana asifiwe. Angalia mtu jirani yako, mwambie si kula vizuri, si yogati, mwambie sacrifice, nitakuongeza miaka. Aliongeza miaka ngapi? 15. Halo. Siku kaa kwa nyumba nzuri. Wangapi sasa wako kwa nyumba nzuri na hawana amani? Wengi. Hawana. Nilienda kwa mama mwingine, ametwita tokenda, ndugu, kuna watu wanaona ni matajiri. Umeingia mkikaa kwa mesa, wakati mmekaa kwa mesa hivi, hiyo kitu kana kabati unafinya, alafu inakuuliza swali, front or back? So ukifinya hiyo ya kwanza, unafinya patoni moja front, kitu kinakuleta. Ukifinya mara 2 back, kinakupeleka pole pole. Fair? Yes or no? Ukifinya 1 ni yes. Ukifinya mara 2 ni no. So, sasa mimi gani nafinya? Mpaka mwenye nyumba akawa anaanza kucheka. Sasa unajua kanirusha, kwani uelewe? Nikawa nataka kufinya kama nitaconfuse mara mingi. Kumbe moment tumefinya ile hesabu yenye kama kompyuta inaweza hesabu na inajua vile imeambiwa. What about you? Bwana apewe sifa. Haleluya. Na Mungu akamtumia mtumishi wake, akamwambia mwambie aende atoe majani ya mtini. Aende achiwekee kwenye kidonda. Sasa huyu mtumishi wa Mungu Hezekia alikuwa na kansa. Alikuwa na kidonda kuliko ya yule mama alikuwa batishi. Kidonda kikubwa. Akaambiwa chukweni mti wa tini. Wakatafuna majani yake wakamwekea. Leo inasema hivi 7. Kisha Isaya akasema, tengenezeni dawa ya kubandika ya tini. Amen. Wakatoa kwenye tini. Sasa sisi siku hizi hatuna tini. Tuko na maji yameombewa. Haleluya. Hatuna tini, tuko na anointing. Ego kaweke kwa hiyo jambo. Maadamu umechunganisha na madhabahu, ugonjwa uko nayo unaondoka. Wengine wataala, watatabika, itatoka.
Anasifiwa. Binadamu hawakupendi, hawatakupenda na vile unavyokaa. Wengine hata wanafikiri utakufa saa ngapi. Niliona mwemusie mwingine kutoka Meru akilia kwa WhatsApp, kwa YouTube. Alikuwa anambia mheshimiwa anatoa pesa harambee. Mheshimiwa, siku ya kura kuna kituo kingine kupata hata kura moja. Hata kura moja. Ndio cheo wanadamu ni wale. Bwana asifiwe. Hata hapa najua si wote mnanipenda. Hapa hata mwingine anasema huyo atakufa lini, achana kukwambia mipango ya kando. Nitakwambia achana na mipango ya kando. Gari masao kama amesmile. Haleluya. Unajua kitambo tulikuwa tunadanganyana tukia kwa dini. Tunaimba nyimbo za uongo. Ndio niliwaambia hata kwenye nyimbo zingine ukimba ulisa vizuri. Nilikuwa mimi kwa dini nilikuwa naimba. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Hiyo kibodi kofu. Tulipokuwa tunaimba na hao vijana wamaliza mwendo, wengi wao wamekufa. Sikiza wimbo vile unasema, nimepiga vita fena. Nimemaliza nini? Sasa ninangojea taji ya ufalme. Ninangojea taji, nimepiga vita. Na ni mule nasema tatu. Mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Sasa Mungu anaangalia kama umelinda imani, ulikokosa anakuchukua. Sasa wengi walikufa, si eti ni siku zao zilifika. Lakini ukimwambia Mungu, mwendo nimefanya nini? Sasa na kama umemaliza mwendo utabaki. Hata kwa kamba, watu kimbia mbio, ukifika kwa kamba imewekwa utaendelea. Basi. Ndio sababu sahihi niliwaambia hata mtu akiimba nyimbo, elewa anaimba nini. Maana Maandiko yanasema muimbe kwa roho na muimbe kwa akili. Bwana apewe sifa. Yes, ndio nilisema kwa madhabahu, mimi kuna wimbo hapa siwezi kuimba. Tambarare kwa Yesu tambarare. Haleluya, tambarare kwa Yesu tambarare kwa Yesu. Kwa Yesu hakuna milima tukasemwe. Kwa Yesu kuna milima. Unajua tambarare ni mali kwa hivi hakuna kitu. Vile unateseka hivi kwa Yesu ni furaha. Bwana apewe sifa. Kwa Yesu ni kutikasa. Ni furaha wakati umefanikiwa. Lakini ndio fiki wewe niambie, watu wanakula chapati wanakula kuku wewe. Sababu nimefunga. Sababu ya nani? Ya Yesu. Na mtu anatengeneza tuende rudi. Anachapa mpaka 3 mwenyewe. Na kuku tena siku hilo nafunga ndio anakuja na nyama. Na ndaka wote ndio sile kelele. Kejero. Ama ndio na kuku imechomwa. Na unajua wakati au chakula imechomwa kitokea kwa geti wasikilia harufu na huko. Mpaka kinaamuka kinyao. Naweza kusema, oh, welcome dad. You have come with something new. Pako nasema wacha leo nikule, kesho ndio nitafunga. Kumbe ulikuwa karibu na muujiza wako. Bwana asifiwe. Mwingine anaenda jikoni na shiko ugali na shika na mboga. Nasema sasa nitafika saa 10. Baadaye nasema lakini no, nitakosea. Anauliza. Bwana asifiwe. Alafu nabii tu kwa Yesu ni tambarare. Kwa Yesu ni kung'ang'ana. Lazima tupige vita. Leo hii wengine hapo mmechukia kwa ajili ya Yesu. Si ni ukweli? Mama mkwe akupendi, baba mkwe hakutaki, mume wako mwenyewe hakutaki kwa ajili ya Yesu. Maana yanasema kwamba Yesu alipokuja alisema sitaleta amani, nimeleta utengano na upanga.
kati ya ndugu na mama. Bwana asifiwe. Mimi nilipookoka, babu zangu walinikataa. Babu yangu akasema niwesidie, wakasema nimetoka nje na anarudi isiko. No abesidie bali bako. Bakantebi na akire isiko, mtetingo bera gusena ki soko no mulisia. Yali ko Jumamosi na tebu kende ngiyo gukora. Na ichenga tebi nyasaye, ulikuwa ngenya komanya. Na ichenga litukirimo babanya yoro. Leo hii wanaabudu Mungu wangu. Kila mtu akona heshima na siku yake. Bwana asifiwe. Kama ni Jumamosi heshimu, Jumapili na mimi nifanye nini? Heshimu Mungu wangu. Ndio sababu Kenya tunashukuru Mungu sisi tuko na freedom ya kuabudu. Kenya. Wewe unasema nilienda Somalia. Mungu kwa kanisa kama hivi hakuna vyo. Bwana asifiwe na tasuriwa hapa. No, hili anaongea yule yao. Bwana asifiwe, Yesu ni Bwana. Mkio Mungu anasema ninaachilia na masikio toka chupa. Kuachilia kunaisha. Nataka kuachia. Dakika moja na kule mwanangoni maskari ndio wako ndio wanaangalia. Wanaambiwa basi masaa yenu imeisha ya ibada, kila mtu maisha yake. Ulikuwa mnaomba viti vinaacha kila mtu, Mungu nifanye nini? Ndio bwana unaona kule mpaka South Africa kwa ajili ya hiyo mateso akina Rwanda na Burundi, wachungaji wa uongo wanaambia watu wakunywe nini? Wakule manyasi. Watu watafune manyasi. Na watu wakatafuna. Mpaka mwingine nimeona kwa video. Anaambia watu kama ndada kama wanamwambia njoo, anamwambia na mtu wangu anaanza kumwosha. Anamwambia ile maji yake yenye anamwosha, eti hiyo maji ni matakatifu ampa akunywe. Kwa maana hakuna mtu. Si mwingine mwenyewe kwa video. Mpaka mchungaji anaweka maji kwa mdomo na feki. Alafu anambia washiriki eti kunywe. Hiyo ndio anointing. Kwa maana wako desperate. Watu wanakunywa. Watu wanateswa. Juzi kuna mama alikuja akatuelezea vile anaenda asubuhi, anatoa mikojo ya asubuhi ile ya kwanza. Anachanganya ile kebunge tumetingo kuuliza swali. Kebunge. Si mnakijua kebunge? Kuna kamuti kingine kale mtu akigusa unahitaji na kijaruo. Unaijua? Mama unahitaji na baruya? Au na China. So ndio hata sisi tukufundisha shule. So ndio nimeota nini? Jebu. Ni kama vile niliuliza Asado kaniambia. Watu wanahitaji limole. Asenge Swahili. Akaantelia juu inaitwa limole. Akasema ninaitwa nini? Maana akaniambia hiyo haina maana hata shule wafundi. Ni kama mimi sio kebunde, mimi sijui nijaje Kiswahili. Maana hatufundishi. So ndio tunaongezea Kiswahili. Tunaita kebunde. Yaani wewe nielewe kuna mti ukigusa unafanya nini? Unachikunja. Mwanamke alisema anausaga. Akimaliza kusaga na changanya na ile mikojo. Sasa wakati umeenda kwake, ako sitting room anapika chai, anaambia msichana wake kama huyu, enda chukua ile maji yetu pika chai. Sasa msichana akichukua ile maji kama ni nusu glasi, akikupa kinywa chai, kisha. Sasa akisema yule mama akifua kimume, utakoa kikosi akiishi. Akisema yule mama tumbo yake asibebe mimba, unabeba mimba sikianguka. Sipende kula kwa watu ovyo. Si ukule kwako. Mwingine anatumia hiyo njia mpaka hata kwa hoteli. Mimi sialipi mtu chini. Kwa hoteli. Anaweka pale. Basi ndio unapata wakisaa kunywa chai pale. Wanaume hawatoki. Nasema leta glasi mbili. Wanakunywa, wakimaliza wanasonga kidile nyingine. Wanakaa tena ongeza mbili. Jua likienda mtu anaweza kunywa glasi 20 kwa hoteli moja. Sema Mungu wangu, naomba unikomboe leo kutoka kwa utumwa wa shetani. Amen. Restoration. Let us call restore you. Mungu akurestore.
Elia akasema sasa muda umefika, nataka nione Mungu wetu. What happened? Maandiko inasema ya kwamba Elia akaita Mungu wake. Bwana asifiwe. Muda zingine unafikanga wapendwa, tutamani Mungu wetu na sisi ajulikane. Bwana asifiwe. Watoto wanyamaze, watoto wanyamaze. Zingine Mungu wetu ajulikane. Kwenye shida kwa mambo yote, na wewe angalau Mungu wako ajulikane. Bwana Yesu apewe sifa. Elia akasema njooni karibu, maana masaa imefika. Songeeni karibu muone Mungu wangu. Haleluya. Elia alikuwa na uhakika na Mungu wake. Wapendwa, kuwa na hakika na pasta wako. Wacha kunificha maneno mengine. Kama una jambo njoo niambie nikusaidie. Bwana asifiwe. Nashukuru kuna mama wengine wamefunguka macho. Wanasumbua Pastor Nema. Wananisumbua usiku na mchana wasi. Pastor tuko na hii kufanyike tusaidike. Namba ya simu iko. Mwingine juzi alipiga siku usiku saa 7. Pastor, kuna mtu amekuja kwangu wakati wa kutapia. Lakini unabii amenipa naona unanisumbua. Niambie. Nikamwambia mwanangu ni mikora, Mungu akupe neema. Akaniambia sasa nitalala niko na amani. Bwana pia sifa. Nisumbue. Unaota unafukuza na mapaka, au wote ukiwa na malaika, niulize maana yake nini? Hapa nikianza kupeana habari ya ndoto. Kama Jumatano nitakuwa ninainterpret ndoto. Jumatano nitainterpret habari ya ndoto na baadaye ndio tunaanza ibada ya rescue ya nini? Ya Iron Feet anointing. Jumapili nitaweka peseni hapa na anointing. Utakuwa unatoka pale na sadaka yako na kwenye mafuta ukienda. Wapendwa, wengine mtaenda kuwaka moto mahali mnaenda. Bwana asifiwe. Hiyo ibada nafanya mara moja kwa mwaka. Ukikosa ibada ya wiki, afadhali usikuje msimama kanisani. Maana kuna watu watatoka hapa na miguu yao ni chuma. Wataenda hata kama ni madawa wameweka kwa boma yao, akikanyaga inaenda yenyewe. Anakanyaga inatoka. Bwana asifiwe. Mama mwingine hapa yule wa kutoka Nyakoya alisemaje? Aliomba walipoona mtoto wake ameshika kama amekucha leo. Walipoona mtoto wake amepincha msichana. Katoto. Wacha kakuche, mamaka yuko, acha kakuche. Naendeleaje? Anaweza sikia. Amen. Kwa majina naitwa Alice. Leo siku kwa kwetu nilikuwa kwa sister mama. Amen. Lakini nasikia mwanangu ni mgonjwa. Naomba nimwombee hapo. Atapona. Alafu watu walimwonaje wakati anaomba? Wanasema sisi ni wachawi tunakuja kanisani chini. Baada ya kuomba vitu vinafanyika. Wanawaita wachawi. Lakini mimi nakuota. Panga zinanikimbisha, ninaomba nazimwagia maji. Ninaona simu zinakuja zinapeleka. Lakini ninaamua ninakimbia na kuja kwa unaniombea. Hiyo ni kwa ndoto? Hebu niambie unaotaje? Unaona? Hata ninaona machini inakuja, lakini naidanganya. Ngoja nifike kwetu ndio kuja. Alafu unakimbia mahali niko. Ya kwanza ni hiyo na ya pili naona msichana hata ananitosha hivi. Anakuja pale niko, lakini hiyo ni machini. Nikamwambia ngoja nifike kwetu ndio nifuate. Venye nimefika hivi kwa mesa ndio hiyo. Ile maji yetu nikachukua nikamwagia akakufa. Subiri Yesu makofi. Wewe angalia imani ya mtoto na vile anakosana. Waliomba, walikuwa maskini, hawana chochote. Mungu akawaponya for free. Mtoto ameomba, mama yake akaomba, mpaka mtu mwingine akaja akawaambia, tangu mwende hizo kanisa mmekuwa kama wachawi, kazi ni kuomba. Haleluya! Hata wanasema sisi ni machini. Hata mamangu alisaidia mtoto mwingine hapo. Ana mama yake ana baba yake. Machini na kuja usiku inanasumbua. Mamangu alimwambia akapona. Subiri makofi jamani. Mama ndio Mungu alimfuta machozi. Sasa yeye amekuwa nabii. Si upate hiyo nguvu na wewe? Mtoto wetu atembea. Atatembea. Hata saa hii nasikia tembea na sisi tunafanya tu. Si yule alikuwa anakula wali kilo 2. Sasa yeye anakaa. Anataka kama nasikia tembea. Sasa unasikia tembea. Unasikia hata sasa tembea. Si Mungu afanye muujiza jamani. Hii si imani inatosha kubarikiwa.
Anasema anasikia, sio hiyo mtoto wao alikuwa mgonjwa mpaka ukifaliza socks kwa mguu inaanguka. Sasa hii amekula mpaka anakaa mwenyewe. Sasa hivi ndio anaomba atafanya nini? Yule Mungu amemponya, si atafanya tembea. Tembea. Nikupe nyota ya kusoma. Kasi ya leo. Wewe kitu. Uko class 4. Miaka ngapi? Miaka 13 class 4. Hata vile tulikuwa kuna wanakuja na siku ya kufunga nilikuwa nani anakuambia? Okay. Siku ya kufunga nakwambia mpelekee mtihani. Ninapita ninampata na ninaenda ukimkuta atakunyang'anya. Zipita mimi ndio na kwanza au pili. Saa hii sielewi. Siapokee nyota yake. Na mwenye alimnyang'anya nyota tunanyang'anya watoto wake. Tunanyang'anya hata wajukuu wake. Tunauliza nyota yake apokee. In the name of Jesus. Hata babangu akinunua ng'ombe wanamdanganya wanacheka wanauza. Ikikaa kubwa wanauza. Sisi hatoni inasaidia nini? Hata mtoto wetu kidogo akufia hospitali. Maana hakuna pesa. Hapana. Alienda hospitali. Akafika siku ya kufunguliwa mtoto wetu akakufa kabisa, akakaa white. Lakini Mungu alifanya mjisha akapona. Asante. Usijali, Mungu atawatetea, sawa? Na nyota ya masomo leo umepata. Leo umefanya nini? Nimepata. Unasoma shule gani? Tanuna Primary School. Marafiki zangu sasa. Marafiki wake hapo hapa. Anastansia tatu. Anastansia ngaya. Anastansia. Asimame tu tumuone, si lazima akuje. Anastansia ndio yule. Sifanye vya Anastansia mkono. Cheni fanya tome ndio yule. Amen. Kumbe uko na sasa unajua nini? Unaona vile umechangamuka hivyo. Mungu amechangamsha hata nyota yako. Utapita. Sasa hivi kana kufanya mtihani. Hii akili yako nimeielekeza ile ya kwanza. Amen. Na utafanikiwa. Asante. Mungu akubariki, akuongezee, maombi yako iendelee duniani. Yeah. Nitaacha tutamwombea. Asante mwana. Si unaona kuna watu wanataka familia ikikombolewa. Anasema familia wamerogewa nini? Pombe. Si Mungu leo akurescue leo. Nadhani kila mtu anaelewa ile kitu kwa familia. Hawa tayari wameelewa. Sisi shida yetu ni tumetumiwa machini na nini? Pombe. Na Mungu akifungua hiyo familia. Mtu mwingine aliniambia masikini kama wale unawapeleka wapi? Alipokuwa na watch clip. Masikini kama hao uliwatoa wapi? Sasa kitu kiliniuma. Nikamwambia masikini kama hao wako na Mungu. Sina bakwa beleka. Lakini wako na nani? Testimony ya huyu mtoto peke yake sinaweza kusa mtu. Alafu mtu anasema masikini kama hao. Mbona unawapa nafasi washuhudie kwa TV yako? Mimi Mungu akuniita akina rais wakuja kushuhudia hapa. Aliniita kwa masikini nyinyi mshuhudia. Ndio sababu hii TV sisi hatulipiwi na mtu. Tunajilipia pekee yetu. Ile pesa yenu mnatoa ndio inalipa nini? Pesa yenu mnatoa ndio inalipa radio. Hata leo nilikuwa nataka nimwambie sana leo Jumapili, leo simulipi kitu. Leo atachipanga. Bwana asifiwe. Maana hata yeye amebarikiwa kutoka hapa. Si useme amen. Hata kwa radio wengi wanabarikiwa. Wapendwa, niwaambie ile kanisa iko nje. Wache nyinyi mko hapa. Wale wanatutazama kwa TV, wale wanasikiliza kwa radio, wote wakikucha hatuna mali pa kuweka. Napigwa kwa siku nikiwa kama ni calls kidogo. Kama kwa mfano ni nitichana. Sasa hii niko na more than 114 calls. Hiyo ni jana asubuhi.
Kwa hivyo jana mchana mpaka saa hii leo watu 114 nimeongea na wao. Mwingine Nyamira, mwingine Nairobi, mwingine ni nyinyi. Wanataka msaada. Ndio sababu sisi tukasema Mungu atupe roho tusivilisike, tusidi kuwa na pesa. Mimi duniani hakuna kitu nimebakisha, niliwaambia. Nimebakisha tukutukuza nani? Mungu. Kile Mungu atanipa kidogo. Ni support mtoto kama huyo shule, ni support shosho kama huyu wangu, ni support TV, ni support radio, ni support kanisa. Kama vile ndio kuna madhabahu ya 100,000 kanunua wiki. Bwana asifiwe. Wacha adui ajue kuna Mungu. Amen. Mimi ndani yangu kama ni vitu vibaya kulifanya, dhambi tukasifanya, hakuna faida kwa dhambi, hakuna. Angalia mtu mwambie dhambi ni hasara. Na ukingo ugeni nume tokieke hasara. Wasomi wokango kamwe. Wana waitire bwana kwa nyumi tugatikeni. Bwana karibu na ugeni. Mako wote hivi. Kenda kona. Ndio tikana ala kukumio. Rabu wata wana wabele. Huyo watoto ujile ama sabi. Watoto watatu. Ugali sinia moja. Yaani ukisaweka chini ugali tupa. Before ugeuke kwa mikono, anakuambia mama ingine kwa. Bakora ya mama mafanyio. Katoto kwa miaka 5. Wacha kaamka suku. Kapata hakuna uji. Nasikia na macho yote nini? Kochi iko wapi? Ukimwambia nimechelewa, umechelewa kwani ulikuwa unafanya nini? Sasa ni kama ndio kamepoa. Ana miaka 3. Na anakupa direction. Mama leo lunch tunakula ugali na omena. Na omena ikiwa na supu mingi kidogo. Alafu kienda na watoto wengine, mnachua nini? Mimi ndio nimeona nini? Omena. Kwa hiyo sasa mimi nakula high tech na dadi. Mtoto anayekia ugali kaja kwa sahani. Anamwambia mama, hii hata wewe ukiona hii imekutosha. Na ni mtoto wa 5 years. Anapewa alafu ananyosha miguu. Jaribu uweke mkono. Atakuma mpaka malize kidogo. Bwana sifiwe. Ataka ararue ugali mpaka akishiba unapata kamera kwake. Ukimbeba kwenye kitandani ndio umemwamuza tena. Ndiye anaanzia kula alianzia. Hapo weka full stop. Hapo ameka koma. Usingizi ulimpa koma. Bwana asifiwe. Alafu shule, mwambie asubuhi enda shule. Utajua hata wengine mtajua karaita zenu vile mlikuwa mnasutoa sasa. Enda shule. Mimi siendi ukimpira. Siku nzima ndivyo ulivyokuwa. Funje hiyo. Wengine wakifika siku ya shule anauma na tumbo. Wengine ni kichwa. Anauma saa 12. Ikifika saa 4 amepo. Hiyo masaa amepona saa 4, peleka yeye wapi? Kama juzi mimi niliona vijana wangu amefungua shule, akaenda hakuna watoto. Yuko hapo darasani peke yake msichana. Kijana ananiambia dadi, mimi sirudi shule. Kwa nini? Wengine kama atafungua Monday, kamwambia wao ni wengine. Na wewe ni wewe. Umefungwa lini? Leo. Shule. Sasa akaenda hiyo saa 8. Kesho amerauka tena. Mami, mimi leo sina mood ya kwenda shule. Na mimi nikamwambia sina mood ya wewe kukaa nyumbani. Wewe kama una mood ya kwenda shule, na mimi sina mood ya wewe kukaa wapi? Sasa ona vile mahali utakaa. Niliona kimbia dadake tuende. Kabeba kamkopa, katoka amekasirika, nikasema kasikwenda wapi? Mchana alikucha amechangamuka. Kutoka siku hiyo sikusikia mpaka sasa ibada kwa wapi? Wengine tulikosa wa kutuambia. Wewe umepata na kukwambia nani? Bwana be sifa. Elia alikuwa anaenda kuwa wale manabii 450. Wakaitana kama Elia alipoweka macho wote hapa. Maana nasema kwamba akawaambia leteni madhabahu. Wakaweka mawe 12 nasomea kabla 12 za Israeli. Baadaye leteni maji na cherike. Wakamimina mitungi 12. Elia akaita Mungu akashuka akaramba yale maji. Bwana asifiwe.
leo ombi letu tunaenda kuramba chochote kile kimewekwa, lazima kitaramba. Angalia mtu mwambie hata usipooniombea leo kitaramba. Amen. Hiyo roho ya rejection itafanya nini? Hiyo roho ya kukataliwa, hiyo maskini. Angalia mtu mwambie wiki ijayo utaona vile nimeng'aa. Nani anaamini ya kwamba inawezekana? Ezekia aliambiwa siku ya ngapi? Ya 3. Atakuwa mzima kieleka roho. Chama alikuwa na kidonda kimetosana hivi. Alikuwa watu wengi kwa nyuma. Lakini alipowekewa na akaongezwa miaka 15. Unafikiri unajua alikuwa nakufa, alafu naambiwa miaka 15 imeongezwa. Jamaa siku ya 3 aliamuka. Alijikuta kanisani akimsifu nani? Mungu. Tunapoingia kwa mahitaji, nataka useme mahitaji yako, usitache mtu. Sema mahitaji yako na shida yako uko nayo, ili tukiingia kwa maombi tukuombe na Mungu atakubariki. Haleluya. God bless you. Tunaingia kwa hiyo sehemu ya mahitaji. Sasa ni saa 8. Ikifika saa 9 tunamaliza na mahitaji, niombee watu kwenda nyumbani. Haleluya. Inua mkono mahali popote ulipo, kuna mahitaji yako, unaletewa microphone. Nani ako na mahitaji? Unaenda wapi wewe kijana? Ni vile ulinywa vibaya. Peana huyo. Simama, tuambie majina yako na tuambie majina yako na mahitaji yako. Kwa majina naitwa mtu anasa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Grace Kwamboka. Naomba leo pastor unifungulie nyota yangu nipate kazi. Ulimaliza university? Nilimaliza mwaka wa 2018. University? University. 2018. Yeah. Hakuna kazi mpaka leo. Hakuna kazi. Bwana asifiwe. Unajua what's happening? Nilifundisha siku nyingine nikasema watoto akisaliwa ni pox. Sasa sisi kama wazazi ndio tutafanya, ndio itadetermine vile atakuwa. Alimaliza masomo 2018 university. Sasa hii hakuna kazi. 2018, 19, 20, 21, 22. Miaka 5 baadaye. Bado unategemea mama. Unategemea bado mama. Na maoni yako ilikuwa ni kwamba kumaliza shule lakini hakuna kazi. Umeenda kila ofisi. Ulisomea nini? Nilisomea journalism. Wewe ni mtangazaji? Sadok. Situmwajiri kidogo. Tuone. Tutakupa kazi kidogo saya. Tunakupatia Frontier Film, umepata kazi. Tunakupa Frontier kwa TV ya Tawala TV ya 3 months. Ukiona kazi yako ni nzuri, tutakuachia kazi. Kwa hivyo sasa msebado tuone, tukupe kazi ya Frontier ya 3 months. Ukisucceed unaandikwa permanent kwa Tawala TV. Hii watu wanaangalia. Kwa hivyo sasa kama ulisomea, basi ukute na dokumenti zako, kesho asubuhi kwangu saa 2 nikupeleke kazi. Subiri Yesu makofi. Amen. Kwa hivyo ya Mungu amejibu leo. God bless you. Kama ungekuja ingekupita. So wale wako nyumbani wanangojea mtisa kwa radio ama kwa TV, na waambiaje? Na pia nao wakuja wapi? Kwa madhabahu. Kuna hatari ya watu wale wanakaa kwa radio na wanakaa kwa TV. Sema hiyo. Ukaa kwa TV ni vizuri. Lakini kama uko hapa karibu, watu wale wako Tawala sinafika Nairobi. Wale wako Nairobi angalia Tawala. Ninafika wapi? Iko Narok, iko Kericho. Nyanza Richo. Wale wako Kericho wacha waone, wale wako Narok wacha afanye nini? Wale wako huko Mumias. Lakini wewe uko Kisii. Hapa Nyango. Mpacha nikupe direction wewe. Unatoka kama uko Daraja, mchoko Denmark. Anda fike Yesa. Ukifika Yesa kama unaanza kuteremuka miguu 10, 1 2 miguu 10, kuna kanchia hapa. Karafu Road, kuna kanisa kwa hapo kando, sisi sio hiyo yetu. Wewe fuata hiyo Karafu Road
hii ukifika mbele kuna barabara siko kama hii mkono wako. Hii kunaitwa Kuulika Junction. Hii achana nayo, hii ya Mara mfuata hii. Hapa mbele kidogo kuna shule. Royo, na wewe mwenye Royo unilipe pesa maana nimekutangaza sana shule yako. Hapo kwa Royo, ukimaliza Royo Academy njoo mbele. Sasa mkono wako wa kulia miguu 500 hivi tuko hapo. Hata sasa hivi wewe unaniangalia. Kimbia, hata na gari siko kwa barabara hapo, pika hapo gari yangu. Wewe Nyaboke. Wewe Mkenya, kimbia njoo kabla tuanze delivery. Asante. Mbona mnanicheka jamaa? Hapo kwa Royo, ukimaliza Royo Academy njoo mbele. Sasa mkono wako wa kulia miguu 500 tuko hapo. Hata sasa hivi Bwana asifiwe. Lakini bado sina wapenda hivyo. Nani mwingine kuna mahitaji yake? Peana yule mama. Amen. Sasa nilikuja kwako Tuesday na mtoto wangu kaniambia nikuja leo kwa church. Ndio nimefika. Mahitaji yangu ilikuwa tunabatana na mtu. Tunaja na tu bila sababu. Umekutana wangapi? More than 15 pastor. Gotcha. Bali yako? Nzuri pastor. Umekutana more than 15. More than 15. Umushe mwangalie kule kwa TV. Si ni mrembo? Angalia hiyo smile yenye anatupa hapo. Lakini wangapi unaona wamemwacha? Wala anakumbuka more than 15. Shida ni nini? Wanakuambia nini? Hawaniambii shida. Sasa kupigia mtu simu na responda simu shida kwa wapi. Naenda tu underground hizo. Anaenda underground. Hata tu hivyo. Anakuja underground. Anakuja underground. Mpaka 15. Maji. Let me imagine. Mpaka wengine umesahau. Si Mungu atoe roho ya rejection. Hiyo roho ni chafu. Wewe umechumbiwa ndoa ngapi? 10 na ngapi? Au ni wala anakumbuka? Umesema wengine umesahau. Lakini ukisha kutana na mtu mara kwanza anakupenda. Mnakaa muda gani? Muda gani? Miezi tu hivi naisha hivyo. Miezi 3. Miezi 3 naisha. Na kuna kuwa na nini mpaka mtu anakutaka kabisa? Basi juu ya nini ndio sababu. Hao wote au 15 hao unakumbuka? Na kuna wengine ambao ukumbuka. Na hakuna wenye anakuambia ulinikosea kwa hivi. Hapana. Unakuta umeacha. Bwana asifiwe. Si Mungu akukomboe akurestore. Sasa maana ni msichana miaka yake imeenda 15 years kutumika na wanaume tofauti, tena wanakuacha. Saa hii at end of the day miaka inaenda. Anataka ndo uko miaka ngapi? Sio miaka basi. Najua hiyo wanaume ya 15. Una miaka ngapi? Na 3. So kwa hiyo miaka 3 wanaume wale wakumbuka ni wangapi? 15. Wamemtumia wakienda. Yeyote mwenye aliwaroga chamani, leo si Mungu akupe kitu na wewe utoke hapo mara. Hiyo roho alitumia kukorogea, Mungu ampige nao vita. Amen. Nitakuombea bwana. Nilikuwa na mtoto wangu pia walinyoa nywele wakanyang'anya nyoka, alikuwa anapita vizuri kwa roho class, akafika class 4 akapotea hivyo na masomo yake. Niliwafundisha kuhusu mambo ya nywele. Mtu akikonywa nywele amekonywa nini? Mamlaka. So leo nitaomba, leo ni siku ya restoration. Wakati tunaanza kudai kile unataka kwa Mungu. Bwana pesi. Tukiingia before waweke mikono, nitaingia mahali niwaambie kila mtu atafute kilichotaka kwa nani? Kwa Mungu. Anza kutafuta mwenyewe. Usingoje maombi yako. Uombe paka Mungu apeane. Umesema unaitwa nani msichana? Bera kwangu. Bera kwangu. Nyinyi mkiangalia huyu msichana si ni mrembo? Lakini amekosa.
Si leo Mungu amfungulie milango na apate kitu. Tutafunja hiyo roho, lakini roho ukitaka Mungu anapatikana kwa nini? Kupitia nini? Sacrifice. Bwana kubariki fera kwa Mungu. God bless you. Nenda kwa huyu mwingine. Amen. Mimi sasa niliingia Jumatano kwake, akaniambia nikuje baada ya hospitali. Nimekosa mtoto miaka 10. Sasa wazazi wakaamua kuleta watoto. Ngoja. Unasema umekosa watoto miaka ngapi? Kaini tu tutakuja kwenu, kaini tu. Umekosa watoto umekuwa ndo miaka ngapi? 16. Na hiyo ndio saa hii sio ndio nilianzia. Hiyo haikuanza ya kwanza. Nilienda ya kwanza nikakaa mtoto akakosa. Miaka ngapi? Kama miaka 6 hivi. Ukatoka. Ukakuja ya pili? Kakaa miaka 4. Ukatoka. Ya tatu? Sasa hii niko na mahali niko sasa hii nilikaa miaka 7. Tena walitaka kunikoro waliniruta nitoke. Sasa tu sijui ni nini sijatoka. So umeenda kwa ndoa tatu, ya kwanza miaka 4. Ya pili miaka 3. Sasa hii nyingine miaka 7. Hiyo ni 17 years. Jamani, si Mungu leo alistop back. Tukimaliza ibada ya Iron Anointing Sunday, ile wiki ya 3 tukunye meza ya Bwana. Tukamilishe kila kitu. Keyboard kama mchesi ni strings mwachana kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Unaitwa nani mama? Unaitwa? Chukua microphone nyingine. Kutoka wapi Frida yako? Eta. Ulitupata kwa redio ama TV? Niwapata kwa redio. Kwa redio. So umetoka Eta. Mama Clinton. Oige. Ekoni. Nakaa kuitawa. Asante. Mama Clinton. Mama Clinton yako wapi? Kurueta. Ngokoro na wale gawe tongea. Lakini mambo katika unapatikana wapi? Asante. Yana yule dada pale amefango ya black. Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina ni Judy Kenyuri. Majina ni kwenye simu. Songa hivi kidogo Judy Kenyuri hivi ndio tukuona kwa TV. Hapo. Niko na hombi na bado unisaidie maombi. Niko na shida kuanzia mwezi wa pili. Sisikii mahali popote vibaya. Njoo. Anakuja Yesu. Njoo. Anakuja Yesu. Simama hapo. Oh, anakuja Bwana Yesu. Oh, anakuja Baba. Tuambie. Popote vibaya. Tuliongea na sisi waliongea na wewe sisi akamwambia tukuje leo nikuelezee shida yako ni sasa. Sasa inafika usiku saa 6 mkono inaanza kutingika. Ikianza kutingika inaweza nirusha hadi chini, alafu inaanza kuniongeresha, naweza ongea na watu wenye wanakufa. Unaongea na mkono? Yaani ikishanirusha chini kama mwenye amekufa kifafa. Naweza ongea na watu wenye wamekufa kama maanti zangu, kazini zangu na wenye wako alive. Kuna mama mwenye before nitoke Nairobi akaniambia kuja nikuombe. Wenye tulifika huko kwake, wenye aliniombea, alafu mkono nikaanza kufanya sign kama Illuminati. Okay, sasa nataka ufungue wako. Usawaingie Illuminati.
Hata sijui hiyo. Katika ndoto unaona utafanya nini? Yaani naota kama niko ndani ya maji, yaani kama kuangalia TV hivi naona niko na shida. Sifai kuangalia TV hata, yaani naona vibaya. Na unasikia ufanya nini? Yaani nasikia hii side, nasikia vibaya sana. Unaitwa nani? Jubio Kenyuri. Unafanya kazi gani Nairobi? Nilikuwa ya kampuni. Kazi gani? Ya restaurant, alafu nikatoka huko nikaenda ingine ya mtu kutoa hizo manguo kutoka outside Kenya kuleta, alafu nilikuwa nasimamia kumwandikia zenye zinaingia. Sasa mkono inanipeleka sibidi kuanzia mwezi wa pili. Nikisema ishinde naweza niweza enda speed hadi nipoteze nini mind kabisa, alafu uanze kuniongeresha eti Juju utusame. Nikiita kama mtu, for example, nikiita sister yangu akiwa karibu hapo, nikimuita kuja nisaidie mkono kufuruka hivi kusema. Hii fanyika nini? Uligongwa? Hiyo ni growth. Ilikucha lini? Ilikuja 2011 hapa. Sasa ulikuwa nafanya kazi kwa kampuni, sahi aende kazini? Niliambia mwenyewe venye niliona nitezanguka vitu zake zienda niletee. Mimi nikamwambia acha niende nyumbani nitibiwe. So kwa nyumbani tangu lini? Mwezi wa pili. Mpaka sahi? Sikuwa kwetu, niliogopa kuambia babangu. Nikaenda kwa huyo rafiki yangu mwenye tulikuwa na yeye, nione kama naweza pona, ndio niende, sababu nyingine. Rafiki wa kike wa kiume? Mama. Okay. Ukaenda kukaa kwake? Ukakaa muda gani? Nimekaa 4 months. Hauambii babako? Sijamwambia. Uliona ukimwambia kuna nini? Ako ash. Sasa ako ash na wewe ni mgonjwa? Yaani ni venye unaelewa venye anaweza kuambia uko na ID kishughulikie vitu kama hiyo, tukiwa familia mbili lazima najua. Ni familia mbili. Sasa mkono unaweza kwenda ukiwa mgonjwa kwa uko na ID kishughulikia. Hawezi kuona ile muhimu. Sasa ndio anaanza kuona venye nilimwambia mimi, sasa venye imefikia utanishughulikia, sababu mimi sijui ugonjwa ilitoka wapi na ikianza kusikia vibaya, sasa ndo amenishughulikia. Pia sasa nimeona Amen. Hallelujah. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, uliye mwema Yesu, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Nyosha mikono, sema Bwana Yesu, tunateka mateka kila nguvu za machini, kila nguvu za machini, sema fire. Nyosha mikono, nyosha moto.
mkono. Tunang'oa hiyo nguvu za majini, tunang'oa ndani yake nguvu za demoswa, nguvu za Illuminati, tunatoa ndani yake, tunatoa ndani yake, tunatoa hiyo. Sema fire. Weka mikrofoni hapa. Ulituma na nani? Ulituma na nani? Okay. Ulituma na nani? Nani alikutuma? Mko wangapi? Tunaanza kumwa hiyo roho. Sema Bwana Yesu, unakomoa. Bwana Yesu, unakomoa. Omba kabisa. Yes. Nimetoa hiyo. Roho ya kuzimu, roho ya majini. Kufa kabisa. Achilia yeye. In the name of Simamize. Oh Baba wa mbinguni, peleka hiyo kwa kiti pala. Hakuna cha wengine. Natamani kwa ajili watu ni wengi wanahitaji. Nataka tuingie tutolee Mungu matoleo, fungu letu la 10 na sadaka. Baadaye nifanyie watu deliverance. Watu ni wengi ili watu waweze kukombolewa. Funga macho yako, tuombe tumalizie kipindi. Baba, tunakuabudu kwa kipindi tumekuwa nacho. Tunakuinua, tunainua jina lako. Wewe ni mfalme, ni Mungu uliye mwema, uliye mwaminifu, uliye mtakatifu wa Israeli. Asante Bwana, tunapoingia kwa kipindi cha matoleo pamoja na fungu letu saa 10. Bwana, ndio tuingie kwa deliverance. Naomba Mungu, wanapokutolea wanao, unasema kwamba sacrifice yako watakapotoa 3,000, 5,000, 10,000, 12,000, 7,000, Bwana, kila sacrifice wanaotoa iwasimamie. Wengine wanahitaji ndoa sawa, wanapotoa sadaka ya shukrani 500, 1,000, Mungu ukasikia ombi lao. Naomba kwa neema na kwa kibali, wacha iwe ni siku ya urejesho, wakarejeshewe mali yao, wakarejeshewe vitu vyao, warejeshewe amani yao, ili adui shetani atakapoinuka akakutana na nguvu zako. Nasema unatawala milele, maana hakuna aliye kama wewe. In the mighty name of Jesus, I pray and believe. Nataka nipeana nafasi wale wako kwa radio, wanaweza kaanza kutuma sadaka zao. Wale mko kwa TV, you can give your sacrifice, ili ya kwamba tumalize, tuingie kwa hiyo mudi ya kufanya watu deliverance. Angalia mtu, mwambie leo nitakombolewa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unakimbia mbele, unachukua bahasha yako. Lakini napeana wale wako kwa radio namba ya simu, na kwa TV sio kama umeandikiwa namba yetu ya simu. Nadhani imeandikwa. Namba ya simu ni 0714 090 261. 0714 090 261. Namba ya simu ni 0714 090 261. Ndio natumana sadaka yako hapo na fungu lako la 10
wale mko kwa TV na wale mko hapa ndani, chukueni bahasha ya fungu la 10. Hiyo mic nyingine sima. Peleka pale. Chukua bahasha ya fungu lako la 10 pamoja na ya sacrifice, na Mungu akubariki. Tufanye haraka. Nataka bahasha yako ya fungu la 10 ya sacrifice. Chukua tu mbele. Chukua na Mungu anakubariki. Baba tunakusifu, Baba pokea sifa. Baba, Baba pokea sifa. Baba, Baba pokea sifa. Baba ninakupenda, Baba pokea sifa. Pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Leo sacrifice nimeandika hivi, kuua wachawi. Kwa hivyo sacrifice ya leo nimeandika hivyo. Tunaandika ya sacrifice ya leo imeandika kuua wachawi. Why? Nataka ukarestore chochote kilichokuliwa na mchawi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sacrifice ile mnatoa leo inaingia kwa hiyo bahasha. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba tunakusifu, Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Jehova tunakupenda, Masia pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Sadaka wale mko kwa radio 0714 090261. Nimeona Veronica Obonyo ametuma na shilingi 220. Kuna Beatrice Mokaya, punguza hiyo kikelele hiyo please. Beatrice Mokaya ametuma na shilingi 100. Catherine Moiro ametuma na shilingi 50. Ruth Ochako ametuma na 50. Alexina Ngoba ametuma na 330. Tumana sadaka yako, fungu lako la 10, chunganisha na madhabahu. Na Mungu akutane na wewe. Unapoendelea kutuma, Mungu akubariki sana. Wale mko kwa radio, ili tuungane pamoja. Mwingine anaitwa Justus Mogaka ametuma na 1500 shillings. Wale mko kwa radio. Mwingine hapa anaitwa Teresa Mokua ametuma na shilingi 100. Teresa Mokua ametuma na shilingi 100. Tumana sadaka yako, sacrifice yako, fungu lako la 10 kupitia kwa radio na kwa TV. Tuungane pamoja ili Mungu anaenda kufanya mambo. Kuna mtu umeteswa na wachawi. Teresa Mokua ametumana. Kuna mtu umeteswa na wachawi, wamechukua mali yako, au na restoration. Leo ni siku yako ya kupokea. Alafu niko na bahasha hapa. Iron Fit Anointing. Iron Fit Anointing. Wengine umekaa kwa ndoa miaka 10. Hakuna kitu kimefanyika. Imesiombea sana. Imesiombea. Wacha kwanza nipeane hizo pifu utoe sadaka. Unajua kuna vitu vyako baada ya kuwa restored, vitu vyako vilipotea vingi. Napeana sacrifice ya Iron Fit Anointing. Hiyo sadaka ambayo ninapeana, nataka Mungu akuje kukubariki. Nimeandika the power of a sacrifice
will give you what you want. The power of a sacrifice will give you what you deserve or what you don't deserve. Ya kwamba nguvu za sacrifice sitakupa kile walikuwa wanasema si chako na kile ambayo wanasema huwezi kupata. You can get it. So natamani wale watu ambao natamani Iron Fit anointing. Iron Fit anointing ni kuna sheria. Unaweza kuweka 1500, 1200, 1000 and 33. 1033, 1200, 15, 3000 kuendelea juu. So hiyo ni Iron Fit anointing. Kwa nini nimeanzia 12? Nataka nikupe kutawala kwako. Mungu akupe kutawala vitu vingi. Utakapokuja kuwekewa mafuta, wewe ndio utaona huo usito na vile umepitia. Na hii watu silazimishi mtu. Hii ni hali ya mtu. Wale wote mko nje waingie ndani. So kwa hivyo nataka nibeane bahasha kwanza za Iron Fit anointing before nikuombee sadaka na sacrifice. Unachukua unaenda nayo, ninakuruhusu hii. Ukifika nyumbani nayo hakuna problem, ukiweka leo na ulete sina shida. You can take it. Tuna watoto 10 wanapitia hali ngumu, kifo kwenu vimekutesa kama ni pikiti. Baba pokea sifa. Jehova ninakusifu. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Jehova tunakusifu. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Usikuje kulia. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Jehova ninakusifu. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Ndiwe Jehova. Baba 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 ndiwe Jehova. Tufanye kama unachukua, tufanye haraka. Mimi furaha yangu, ninasema furaha yangu. Mimi furaha yangu, mimi furaha yangu. Ewa mama furaha yao, vijana furaha yao. Mimi furaha yangu, mimi furaha yangu. Bwana Yesu, vijana furaha yao. Bwana Yesu, vijana furaha yao. Bwana Yesu, mimi furaha yangu. Bwana Yesu, mimi furaha yangu. Bwana Yesu, mimi furaha yangu. Bwana Yesu, mama furaha yao. Bwana Yesu. Tunaendelea kusoma. Kuna mwingine hapa anaitwa Teresa mkuu ametumana 100. Teresa mkuu ametumana 100. Geoffrey Umawa ametumana 50. Ven Ogega ametumana 100. Francis Mosota ametumana 50. Zabina Oanda ametumana 100. Esther Mogaka ametumana 50. Nasiri Ndemo ametumana 100. Charles Ondieki ametumana 50. Naendelea kuwasoma, hata wengine nimewasoma kwa live kwa nini hapo kwa TV, sio kama mwangaza ni mwingi.
Hiyo itakuja tu. So na wewe pia uko pale kwa radio, unataka kuchunganisha. Nataka wale watu kwa radio ambao wameteseka na laana, wewe au kutumana sadaka yako, natamani wale wa radio wachunganishe na madhabahu haya. Tunapoenda kukemea, kufunja, kuna vitu vimekusumbua, wale wote wako kwa radio wachunganishe na madhabahu kwa hii maombi ama kwa TV, anatumana 233. Nataka unipate vizuri 233. Wacha ni delete hii, ndio wakitumana au wengine nitawasoma. 233 wanapotumana hiyo 233, hiyo ndio inakuwa ya madhabahu. Tunapoenda kutoa sadaka, wakati mnaleta wanaendelea kutoa nikiwasoma. Tukiingia kwa maombi, nataka uingie ukidai kile chako unataka. Before nikuwekee mkono, simameni. Tunaanza kuweka sadaka yako na fungu lako la 10, lakini sacrifice utanipa hapa mbele. Nisaidie kwa salama please. Sadaka na fungu la 10 hapa, sacrifice unaleta hapa mbele. Kuna mtu ametumana yake Sinika Ugora ametumana nia yake ni ile sadaka kwa radio. So leta sadaka ni hapa pamoja na fungu la 10, lakini sacrifice weka hapa kwa madhabahu. Mimi furaha yangu ninasema furaha yangu, nikapa furaha yangu mimi ninasema furaha yangu, mimi furaha yangu, mimi furaha yangu ninasema furaha yangu, vijana furaha yangu. Ana Dioba ametumana yake 100. Vijana furaha yangu ninasema furaha yangu, vijana furaha yangu, ewa mama furaha yangu, mimi nasema furaha yangu, ninasema furaha yangu, vijana furaha yako, ewa mama furaha yako, mimi furaha yako, nasema furaha yako, vijana furaha yao, mimi furaha yako, mimi furaha yako, nasema furaha yangu mimi. Kwa leo sadaka unasema tumana ama kusapoti kipindi na nia yako ama 200 0714 090 261. Mimi furaha yangu nasema furaha yangu, watoto furaha yao nasema furaha yangu mimi, mimi furaha yangu nasema furaha yangu. Godfrey Kumwaga Omawa ametumana yake ya madhabahu 233. Rogers Ndemo ametumana 233 yake ya madhabahu. Mimi furaha yangu sema, mimi furaha yangu, natemo furaha yangu mimi, natemo furaha yangu mimi, vijana furaha yangu, ewa mama furaha yangu mimi, ninasema furaha yangu, ninasema furaha yangu, wewe furaha yako, wewe furaha yako sema, ninasema furaha yangu mimi, ninasema furaha yangu, baba furaha yako, wamama furaha yako tena, mimi furaha yangu. Beatrice Mukaya ametumana yake 3233. Wapi yule mtoto wa shule nimwombe? Yule mtoto wa shule hapo wapi? Yule mtoto wa shule ameenda. Kimbia hapa tukombe.
ukimbie shule. Asante. Weka sadaka kwa mama toto. Inatoa mikono. Nasoma shule gani? Nasoma Nyatieko Mixed. Narudi shule. Inatoa mikono chini kwa. Baba nakuabudu kwa hiyo binti anaporudi shuleni. Baba akamlinde kamhifadhi. Anahitaji kibali chako katika masomo. Usimwache. Wacha akuche na neema na kibali. Maana ni mbegu iliyo njema ya utukufu. In Jesus name I pray and believe. Amen. Bwana kubariki. Leta ile machi nipe watu na vitabu na haraka Pastor Neema. Wakiendelea kuchunganisha kwa madhabahu. Wakiendelea kuchunganisha kwa madhabahu wale wako kwa madhabahu. Na tuta the three hiyo ni prophetic. Mama kanisa gani na wapi? Abina Moseti amechunganisha na madhabahu. Hakuna mtu anasaidia huyu machi hapa. Amen. Kama mtu anataka machi ukimbia haraka, uchukue machi kwa kusaidia tuweke laini ile hii. Tukienda hivi. Tena machi mbili. Yendemele injilio, yendemele injili Yesu, yendemele injilio, yendemele injili Yesu, oh yendemele injilio, yendemele injili Yesu, oh ndiyo maana, yendemele Odio mana Chupambi Sekiri Yapungua injilio Sekiri Yapungua injilio Yesu Bibi Yapungua injilio Yapungua injilio Yesu Odio mana Odio mana Ndio maana ndio maana ya bariki injilio ya bariki injilio ya bariki injilio ya bariki injilio ndio maana iende mbele Odio mana iende mbele ndio mana iende mbele inaponya injilio inaponya injili Yesu inaponya injilio inaponya injili Yesu inaweza injilio inaweza injili Yesu ndio maana ndio maana ndio maana iende mbele ndio maana iende mbele yasamehe injilio yasamehe injili Yesu yasamehe injilio
Bwana iende mbele, iende mbele. Nani anataka vitabu? Vitabu za shule. Leo nafanya vitabu tu kwa 50-50. Chukue vitabu 50-50. Na kalamu uchukue nazo kwa 50-50. Pelekea watoto shule. Na hizi ndizo za mwisho mpaka tamu nyingine. Fanya haraka. Na hii ndio za mwisho mpaka tamu nyingine. Usikuje kuniuliza mani kalamu na vitabu, please. Hizi ni za mwisho mpaka tamu nyingine. Atatenda tena, Yesu atatenda tena, atatenda tena. Mama kwa nini? Walikuja na mama kanisa. Atatenda tena, Yesu ataponya tena, ataponya tena, oh ataponya tena. Ataponya tena, Yesu atatenda tena, atatenda tena, oh atatenda tena, atatenda tena, Yesu atainua tena, atainua tena, oh atainua tena, atainua tena, Yesu atatenda tena, atatenda tena, oh atatenda tena, atatenda tena, Yesu atabariki tena, atabariki tena, oh atabariki tena, atabariki tena, Yesu atafungua tena, atafungua tena, oh atafungua tena, atafungua tena, Yesu atatenda tena, atatenda tena, oh atatenda tena, atatenda tena. Nadhani kila mtu ameridhika. Wana youth, nani ameingia asubuhi mapema leo? Wana youth, wana youth, wangapi walikuwa kwa ibada ya asubuhi? Wana youth, ibada ya asubuhi, kimbia hapa mbele. Wana youth, uliyekuwa kwa ibada ya asubuhi, wale watano mnafika mbele, tunaongea na nyinyi haraka. Nikifika tano hujafika, imeenda 1 2 3 4 5. Hao wale wengine mmechelewa, rudi nyuma. Wewe umechelewa, rudi. Na wewe umekuja, kimbia hapo, uchukue wale vijana wa asubuhi hao wawili, simepaki kalamu mbili. Ukikimbia ukichukua ni yako. Wale mlikuwa kwa ibada ya asubuhi, wale mlikuwa kwa ibada ya asubuhi. Ikifika 3 utapeana. Nilisema ukikimbia ufanye nini? Uchukue. 1 2. Njoo msichana, njoo nikupe kitabu. Kupe kitabu. Si nimesema ukikuja ufanye nini? Chukua kalamu iko hapo. Mwambie ukikuja uchukue, si ukuja niangalie.
Oh, na wewe chukua hii, mama kuwekea ndani. Sasa sisimeshi. Nipe kitabu nimpe. Nipe kitabu kimoja nimpe. Wamama wale wametangulia kanisani asubuhi. Wamama walitangulia kanisa asubuhi. Ngoja wewe hata nilikutangulia. Kwa ile nyumba ana mama. Haya ngo bande bekele ni shalimba. Bekele ini. Wekela ini. Nipe hizo vitabu zote. Vimeisha, hii ndio vya mwisho. Ni laini. Hapa abana yaya, abana tete bana. Kidogo ninawapa. Nitawaletea singine, msiwe na haraka. Hapana, wale mmebaki nyuma, ngoja tutawapa singine. Wewe pitika wimbo chakula. Siko. Amen. Bwana asifiwe. Pelekeni injili. Sinaona mimi leo nimefungua moyo, nimewabariki. Jumatano nataka kusabrishi watu. Kama mtakuwa kwa ibada asubuhi, mtakunywa soda na alafu na. Angalia msako, mwambie na. Amen. Simameni, nataka tuombe ili tuhudumie watu wako kwa radio na wale wako kwa TV, waende biashara. Sifia Unzongo nimeona yako, Rosi Nyabuto nimeona yako, Bidu Simokaya niliona. God bless you. Bwana asifiwe. Vile mmesimama hapo tu. Alexander Ngoba Taifa 330. Asante Alexander Ngoba, God bless you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Inua mkono hivi tu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ukikosa ibada ya wiki hii, Iron Victor anointing, usikuje vile ulivyo, inchopokee kutoka kwa Mungu kitu. Amen. Amen. Ni raha yangu nikiona umebarikiwa. Na hiyo kitabu nimekupa makusudi. Aliyasome nyete. Genda wakoli kana sikio gochi mwakoreki. Asome. Sinigo. Pia kuna mzee kwa hapa ambaye tuongea naye baadaye. Lakini wengine mnaanza kupokea muujiza. Pekee ndio kana. Nitaitenja watu 10 wale mko hapa ndani. Watu 10 kusupport kipindi cha leo ya redio. Watu 10 wale mko hapa. Pole wacha kuongea. Mko wengi na chio, weka viti taratibu. Na kila mtu achunge mzigo wake.
Bwana asifiwe. Simama hivyo vile mlivyo, kila mtu hapa alipo. Hapo. Kila mtu hapa alipo, msikuche mbele. Hapo vile mlivyo hivyo. Simameni kila mtu mahali alipo. Inua mikono yako chini miwili. Hapo ulipo. Ndio nipate nafasi ya kupita hapa. Vile ulivyo, songe mbele, tunakufikia hapo ulipo. Hata kama uko nyuma, wewe uko mbele, funga macho yako. Hapa kukae walevi. Inua mikono chini. Baba wa mbinguni, wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, sema hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, sema hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, Baba hakuna kama wewe. Inua mikono juu, funga macho yako juu. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba tunakupenda, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, Baba hakuna kama wewe. Ni wewe Bwana Yesu, ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Unayeweza Baba, ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana, Yesu ni wewe Bwana, Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ninazungumza na choma ulipo. Ukiwa umefunga macho yako kama wewe si mchawi. Sema Bwana Yesu, nimekuja kwako. Naomba Yesu, naomba Yesu, uandike jina langu kwa kitabu cha uzima. Futa jina langu kwa kitabu cha mauti. Ee Yesu unayekomboa, nami leo unikomboe. Maisha yangu yanakutegemea. Ee Yesu usiniache maadui wanapoinuka. Ee Yesu leo uniwezeshe. Inatoka na juu hivyo tu, ikae tu juu. Una kitu mahali walifunga, walitumia nguvu za uchawi. Uchawi wote uliotumika nimeanza kuweka moto wa Jehova. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Nguvu za uchawi waliotumia kutesa maisha yako, yes, tunaanza. Kuna mamlaka, kuna kibali cha Jehova. Nguvu za uchawi waliotumia, ina mkono juu. Kule nyuma, kule nyuma kuna kitu kinaanza kutembea kule nyuma. Yes, funguliwa, funguliwa, funguliwa. Yes, hiyo ni moto, hiyo ni moto, hiyo ni moto. Nguvu za uchawi, nguvu za uchawi. I say catch fire, I say catch fire, I say catch fire, catch fire. Wote waliotumia, wote waliotumia kutesa maisha yako, I say catch fire, I say catch fire, I say catch fire. Funguliwa, funguliwa. Kila mara walioweka, mara waliopanga kinyume na maisha yako, mara waliopanga. Yes Lord, yes Lord. Walioweka chini yako, wafunga macho yako. Walioweka chini yako, walioweka chini yako. Bwana Yesu unaweza, Bwana Yesu unaweza, Bwana Yesu unaweza, Bwana Yesu unaweza. Yes, funguliwa, 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 funguliwa. Rekanta la 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 la. Rokosa
Yes. 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 Weka hapo mbele. Funga vizuri. Toka ndani yako. Maneno yaliyopandiwa. Yote nimeamua kwa maisha yenu. I say catch fire. I say catch fire. Power. Kila maneno ya kuzimu. Wote walioinua. Kinyume na maisha yenu. Bwana Yesu unakomboa. Bwana Yesu unatenda. Hofu ya Mungu ishuke. Kibali kiona kishuke. I say fire. Nasesenia. Roto sekantana. Ripa papa papa. Wewe yote inainuka kinyume. Wewe yote inainuka kinyume. Bwana Yesu pigana nayo. Bwana Yesu pigana nayo. Bwana Yesu pigana nayo. Maisha yao. Maisha yao. Maisha yao. Yesu pigana nayo. Kila mbinu ya adui. Bwana wao wenyewe kinyume na maisha yao. I say catch fire. I say catch fire. Roto sekatara. Yes Lord. Yes Lord. Roto sekatara. Kila maagano. Kila maagano. Yes. Asa. Shalalala. Kila maagano achia hili. Achia hili. Achia meshake. Achia meshake. Yes. Kombolewa. Kombolewa. Kila maagano walioweka. Kila maagano walioinua. Kwako leo. May the Lord touch you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Shalalala. Fungulia meshako. Fungulia meshako. Fungulia meshako. Usiwa. 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 Asha. Saidia. Asa saidia. Roko sepa. Mwana saidia. Yes. Yes. The name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. Neema ya Jehova. Neema ya Mungu. Nguvu za Mungu zitawale maisha yako. Maagano wote waliopanda. Wote waliopanda kwako. Wote waliopanda Asha. Asa saidia. Asa saidia. Asa saidia. Wote waliopanda. Chomeka. Catch fire. Toa ndani yake. Hakuna Asha. Saidia hapa. Roko seka. Hata kama usiasa. Sisaidi kubeba hii. Beba hiyo. Bela kamere. Yes. Funguliwa. 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 Funguliwa bela kamere. Funguliwa. 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 Yes. 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 Funguliwa meshako. Funguliwa meshako. Funguliwa meshako. Funguliwa meshako. Funguliwa. 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 Beba vizuri. Saidia na kubeba mama. Hata wewe mama. Beba. Twende. Twende mbele. Bela mbele. Yes. Funguliwa meshako. Funguliwa. Maisha yako. Funguliwa meshako. Funguliwa meshako. Neema ya Yesu. Neema ya Jehova. Kibali cha Mungu. Maagano walioweka. Hasa saidia. Hasa saidia. Rata baba 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 baba. Kila roho ya kuzimu haina mamlaka kwao. Yes. Yes. Saidia. Saidia. Hasa saidia hapa. Roto sepa. Riba baba 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 baba. Power to change. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The name of Jesus. Leta vizuri. Leta vizuri. Tunachoma. Tunachoma. Maagano yote. Yote walioweka. Yote walioweka. Leo Yesu akomboe. Yesu akomboe. Hiyo roho walioweka. Hiyo roho walioweka. Na pigana nayo. Yes. Come out. Jesus. Come out. Kila roho. Wherever they put you. Popote waliokuweka. Mahali waliokuweka. Mahali walio. Inua mikono juu. Funga macho yako. Umeachilia moto. Mahali walikuweka leo. Yesu anakukomboa. Mahali walikuweka leo. Yesu anakukomboa. Inua mikono juu. Shakala baba baba. Kibodi muza kibodi. Inua mikono juu. Kuna mtu kwenu kuna kifo. Hiyo roho ya kifo imetuma. Nimeendelea kuombea watu, nimeendelea kuombea watu. Hiyo roho ya kifo walituma. Ninatuma mikono pita machako. Sema Bwana Yesu, nipiganie na unifungue. Hiyo roho ya kifo kama ni kweli nitoke. Nitoke.
Achia hiyo mikono. Hiyo mikono yako. Kamata vyote. Kamata vyote. Kamata vyote. Kamata vyote. Kamata vyote. Kamata vyote. Kusanya, kusanya yote. Kusanya mwachilie. Kusanya yote. Kusanya, kusanya yote. Kusanya, kusanya, kusanya. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Nyosha mikono. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Tunaachilia moto. Tunaachilia moto. Tunaachilia moto. Tunang'oa ile roho ndani yake. Nainua ndani yake. Nainua ndani yake. Toa 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 ndani yake. Madhabahu ya nyoka. Madhabahu ya nyoka. The same spirit. Yeshua. Achia yeye. Achia yeye. Achia yeye. Achia yeye. Yes. Kisha. Chomeka. Jesus name. In Jesus name. Simamisha huyu. Leta huyu hapa Pastor Neema. Simamisha huyu mama kanisa. Weka pesa. Simamisha huyu. Leta huyu hapa. Wewe pema macho yenu bwana. Sio huyo. Songo. Huyo. Nyosha mkono hapa. Wewe mfunga hiyo tumbo vizuri. Leta leso. Leta kitambaa. Vitambaa hivyo mikono mnafanya nini? Mnaenda kuuza? Nyosha mikono kwa huyu dada. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Madhabahu walioweka. Sema fire. Sema fire. Toa yote, toa yote. Toa yote, toa yote. Usimshike mwache. Mwache tu. Toa yote. Toa yote. Toa yote. Toa yote. Toa yote. Toa yote. Kusimu. Kusimu. Leo unaachilia yeye. Kusimu. Leo unaachilia. Leo una restore. Kile walichukua. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Tunang'oa hilo. Sema fire. Roho ya kifo. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Toa hiyo. Toa hiyo. Toa hiyo. Toa hiyo. Toa hiyo. Toa hiyo. Nishiwa kabisa. Nishiwa. Tetemeka. 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 Ukienda. Ukienda. Achia yeye. Achia yeye. Nimekamata hiyo. Nimekamata anga hiyo. Roho ya kusimu. Na vyote mlioweka. Leo. Ninamdelifa. In the name of Jesus. Niletee ile nguo ya madoadoa. Simamisha hapa. Simamisha hapa. Mbona umechanganyikiwa? Leta hiyo haraka. Asa wote. Mama Butu shika hii. Nani? Shika hii. Enda kule nyuma. Mpe hilo pepo. Nyinyi mkule mko hivyo. Enda. Pepa hivyo, pepa hivyo. Peleka kule nyuma, mpe hilo pepo. Wapishe. Pisha. Peleka kule nyuma, toa hiyo pepo kabisa. Enda kabisa. Asiumie. Hiyo ni kazi ya Asha. Asha ng'ang'ana. Haleluya. Mama kanisa mbona unatetemeka hivi? Funga kidogo hiyo mtoto. Funga vizuri. Wenda wapi? Nipe microphone nyingine. Unaenda wapi? Unatoka baharini. Unaitwa nani? Nyumbani ni wapi? Unako baharini. Unafanya nini baharini? Unachunga watu. Watu gani? Wenye wamekufa. We, shetani nyamaza. Nyamaza. Mumeoa watu wangapi? Umeoa watu wangapi? Watu 14. Unawaua kwa njia gani? Unawaua kwa njia gani? Ugonjwa wa sukari na kansa. Sukari. Wanakufa.
Wewe ndio unawapa. Umekaa hapo muda gani? Miaka 20. Uko na miaka 20? Una miaka ngapi hapa ndani? Wewe mapepo, una miaka ngapi hapo ndani? Una miaka ngapi hapo ndani? Okay, anza kutapika. Anza kutoa hiyo. Nimeweka moto. Tapika hiyo yote. Tapika hiyo. Tapika hiyo. Toa ndani yake. Huyu mtoto akombolewe. Huyu mtoto akombolewe. Ninatoa hiyo. Ninatoa hiyo. Isha kabisa. Ishiwa. 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 Toa yote. Toa yote. Toa yote. Hiyo kansa. Hiyo kansa. Hiyo arthritis. Hapo weka moto. Weka moto hapo. Toa yote hiyo. Hapo kwenye umeweka. Toa hiyo kabisa. Hapo kwenye umeweka. Hapo. Tunaweka moto. Tunaweka moto. Tunang'oa hiyo. Tunang'oa hiyo. Tunang'oa hiyo. Toa kabisa. Hiyo ni moto. Sema fire. Sema fire. Now you can see what atapike. Huyo mtoto vile ametosana hivi. Punguza kidogo. Anatumika cancer, arthritis. Yani miaka 12 imekaa hapo ndani yake. Sasa tusipoombea watoto wake. Siku alisaliwa ni miaka 12. Kumbe hiyo roho ilimuingia kisaliwa. Lazima ujue wakati mtoto anasaliwa wapi? Nani anampokea? Ni mtoto mdogo, roho imepewa, ametumika 12 years. Ameoa watu 10 na wangapi? 14 kupitia arthritis, cancer na sukari. Huyu sasa ukimwona ni mtoto mdogo innocent, kumbe ni kila. Ndio nikasema tunahitaji restoration. Inua mkono juu. Sema Bwana Yesu, nipe hiyo neema. Nipe hiyo neema. Kila mtu anambia Bwana, ombea kwenu. Ombea kwenu, funga macho. Nataka ombea kwenu. Leo unaanza kudai. Anza kuombea familia yenu. Kile kilikuwa kinasumbua. Anza kuombea familia ya kwenu. Anza kuombea familia ya kwenu. Anza kuombea familia ya kwenu. Ombea familia ya kwenu. Kila mtu tamka mwenyewe, nilikwambia nitakupa nafasi. Ombea bwanako. Ombea baba yako. Ombea mume wako. Kuna vitu vilifanyika. Kuna vile waliofanya wakawafunga. Wakalisema mnakaa mahali mnakaa. Wengine naona wanalia. Kuna mtu hapa anatabika damu. Kile kitu waliweka, vile maagano waliweka. Nguvu ya Mungu ndio hiyo. 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 Chochote tamka mwenyewe. Tamka mwenyewe. Tamka mwenyewe. Utaona familia yenu. Asha, mnafanya nini hapa mama kanisa? Ombea familia yenu. Hii sasa unajifungua mwenyewe. Ni si pastor. Wewe mwenyewe jifungue sasa. Jiwekee mikono kwa kichwa yako. Kuna maneno yamefanyika kwenu. Ukiona inayokaa kila wakati, hii yangu jiombe. Mimi nitatamka tu. Baada ya kuchiombea, asa kuchiombea mwenyewe. Tamka kitu. Kuna nguvu nimeachilia hapo. Kuna mtu anatapika damu. Hiyo ni roho ya kifo. Kuna mtu atatapika damu. Kuna mtu atatapika damu. Ile roho ya kifo. Ile roho ya kifo. Songa watu msimame. Ile roho ya kifo. Kile waliweka ndani. Funga macho yako, inua mikono juu. Baba mbioni, funga macho. Hao wote wangangane na kasi yao. Inua mikono juu. Mama kanisa, shika huyo mtu. Jiombe. Na basi ni yako. Ni yako. Ni yako. Dai mali yako. Dai mali yako. Dai mali yako. Asha angalia kule nyuma. Dai mali yako. Asha saidia kule. Mama kanisa,
umejua dai mali yako, dai baraka yako. Yeyote aliyekufunga, neema sasa ni yako mwenyewe, dai mwenyewe. Sitakuwekea mkono, Yesu ashuke, Yesu akufanyie. Nikasantana baba, neema ishuke chini yako, neema ishuke chini yako, neema ishuke chini yako. Bwana mwenye huruma mingi, unayehurumia watu, unayehurumia watu wako, hurumia watu wako. Hiyo neema yako Mungu ishuke, waone kibali. Nipe maji juu moto. Jesus. Kila mtu anyamaze. Nyamaze mahali ulipo. Hii hewa nimeibariki, iwe na nguvu. Kuna mtu anatapeka damu, inatoa maagano yote. Hii hewa iwe na nguvu ya kuwa kila uchawi. Breathe in mara ya kwanza, weka nje. Funga macho, tunaenda mpaka mara ya 7. Hata wewe mkanisa na kule. Futa ndani hewa mara ya pili. Nimeweka hiyo hewa ikaanza kung'oa roho ya machini. Futa ndani mara ya 3. Iko na nguvu. Yule ako nyumbani, chukua maji kwa kikombe haraka haraka. Mwenye ako nyumbani, chukua maji kwa kikombe haraka haraka. Ile maji nimeibariki. Niweke mahali nitakwambia kuni. Ina mkono chuto. Futa hewa ndani mara ya 3. Maana waliokuwekea kwa tumbo, nimeanza kuweka moto. Nimeanza kuweka moto. Sumu yenye ulikula, moto walioweka. Yes. Futa ndani hewa mara ya 4. Ndio hiyo nguvu. Weka nje. Kifika mara ya 7 utaona. Futa ndani mara ya 5. Wengine wamefunguka mpaka masikio. Weka nje. Futa ndani mara ya 6. Nguvu ya Mungu inakuja. Weka nje. Futa ndani mara ya 7. Pokea. Futa kabisa mara ya 7. Pokea hiyo. Funguliwa hiyo. Funguliwa hiyo. Hiyo funguliwa. Nitoke kwako. Nitoke hiyo kwako. Laana. Kile kwenye tumbo tabika hiyo. Tabika hiyo. Tabika hiyo kwenye masikio. Mwingine sio kitu kinatembea kwa tumbo. Hiyo kwa tumbo itoke. Itoke kwenye kifua. Hiyo baridi kitozi kama pepo. Catch fire. Catch fire. Catch fire. Catch fire. Unakombolewa. Unakombolewa. Maana yote inafunjika. In the name of. Niletee huyu hapa. Wewe unaangalia. Si niletee. Nipe microphone. Wamekutoa wapi? Wamekutoa wapi? Kazi yako ni nini? Kazi yako ni nini? Uchui. Unakuja kufanya balaa. Unakuja kufanya balaa. Huyu mtoto anachilia. Nishikie mkono hapa. Mashetani na vyote. Huyu binti ninakwambia maisha yake. Mahali popote chochote mnachotumia kufunga maisha yake. Leo ninamkomboa. Toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake. Toka kabisa, toka kabisa, toka kabisa, toka kabisa. Maana kwenye mikono, nguvu za madefu, nguvu za madefu. Angalia mikono hapo. Wewe angalia. Naona mikono. Nataka muangalie mikono. Hiyo mikono hii ni ishara ya devil worship. Hii angalia mikono vile inafanya. Ishara ya devil worship. Tunakamata nguvu za anga, nguvu za madefu. Angalia hata kwa mikono yake. Ishara za kuzimu, nguvu ya madefu. Imeanza kudisconnect. Hii simu tunaanza kutoa ndani yake. Tunaanza kutoa ndani yake. Sema fire! Sema fire! Sema fire! Tunang'oa roho ya madefu. Roho ya madefu.
Pigia Yesu makofi. Songa nyuma kabisa nyote. Nyote hata mama kabisa songa nyuma. Leta yule mtoto alikuwa mchawi na akaokoka, mlete hapa. Ndio anaendelea kukombolewa. Mtoto alikuwa mchawi. Toa huyu hapa maasha nyinyi mbele hapa. Weka mali akaya. Na akaua zaidi ya watu dasani moja. Zaidi ya watu 100. Funga hiyo dirisha, wengine si na watu kama wameroa. Mtu anavia kwa dirisha madhabahu inachungulia. Nataka leo akufe. Nataka akufe leo. Kwa nini akufe? Akufe kwa nini? Maana ameacha uchawi. Ameacha. Okay, vitu vyote shika na nguvu. Hakuna mwanaume mwingine hapa anasaidia. Ayobeleke kobia. Kwa sababu nini utawako na watu hicho? Na kama wala ni chibu. Unataka akufe huyo? Unataka akufe? Kwa nini akufe? Maana ameacha uchawi. Kwa vile ameacha. Sikiza shetani. Unatupotezea muda. Unatupotezea muda. Vyote ulisoweka ndani yake. Leo deliverance ya kukomboa. Hawezi kufa. Wewe ndio unakufa uko ndani yake. Wewe ndio unakufa uko ndani yake. Haya, anza kutoka. Kwa hiyo kichwa nimeweka fire. Nimeweka moto. Kwa hiyo kichwa nimeweka moto, nianza kutoka. Kwa hiyo hakuna kumuua maana yenu, mchama zenu, nguvu zenu za mapepo, vituko vyenu, yote mliopanga tunamkomboa leo. Tunamkomboa leo. Sema fire! Sema fire! Shika kabisa. Wewe niambie ni msichana ako na nguvu kiasi hichi. Sema. Nani anasukuma? Wanasukuma uwe. Shika mkono hiyo. Haya, lazima utakufa leo. Atakapojina sisi tunakuua na vyote. Hakuna tena kutesa watu kwa njia ya uchawi. Hakuna tena. Hakuna tena. Hakuna tena. Tunamnasua roho ya kunywa damu za watu. Tumeitoa kwake. In the name of Jesus. Bwana asifiwe. Mamake yuko wapi? Simamisha hiyo. Nimesimama huyo. Mamake mchapa. Huyu amefunguliwa, peleka kule nyuma mwache huko. Huyu amefunguliwa. Pale kama mume wa mmoja. Mama kechetoka. Huyu amefunguliwa. Asha. Mama kanisa haitoka kwenda kule. Wamepeleka kule nyuma amefunguliwa. Huyu peleka kule nyuma amefunguliwa. Aenda kaa pale nyuma. Acha tuombee mama yake msichana yule aliokoka kutoka kwa wachawi. Ameua zaidi ya watu 50. Baba, nakushukuru kwa mama. Yule mtoto atakufa maana Yesu amemkomboa. Hii familia iwe na ukombozi. Wakuone Mungu. Vita vitakapoinuka Mungu atetee. Maana hakika mama ile ugonjwa tukiwa na mtoto, Baba leo umkause. Leo tunamrudisha. Ile cervical cancer alitumiwa na mtoto ili ya kwamba imuue. Leo tumeikausha. Tunamweka free in the name of Jesus. We pray and believe. Bwana asifiwe. Pia Yesu makofi. Kuna kitu nataka muelewe. Mliona mtoto wa miaka 12. Mapepo ilimwataka akiwa na miaka mingapi? 12. Niletee mwingine pale anafanya masaini pale chini. Asha. Mwambie nini sikati kintambe?
Msichana aliyetakiwa kuwa na 12 years. Amekuwa anaishi wapi? Bali. Mko na mtoto kwa nyumba, ukimwambia ni mcheuri, utapiga leo, pige kesho na kesho kutwa. Kumbe alipelekwa kitambo, geusa. Hakuna mwanaume mmoja saidia hapa. Huyu ni yule pia alikuwa anatumika na uchawi na nyanyake. Shetani ni mchinga. Kisi wachawi wote, sema wachawi wote tutawaua. Christine, toka hapo nyuma njoo. Sema wachawi wote tutawaua. Huyu si amekuwa akitumika na nyanyake na amekombolewa, na yule mwingine ameleta vitu. Sema Bwana saidia watu wako. Huyu mtoto tunamnasua. Shika hiyo tumbo Christine hapo. Shika hiyo tumbo hapo hivi. Chochote walichoweka kwa mwili wake hata kwa tumbo yake. Hiyo anza kutoshika na nguvu. Leo ndio kwa nikuli chakula. Nani njopa ni kamera. Shika basi na vizuri kichwa. Shika hiyo tumbo. Maana hapo ndio uchawi unawekwanga. Toa hiyo yote ndani yake. Toa ile misisi waliweka. Maagano waliweka makubwa. Hiyo connection yenye waliweka. Na nyinyi mchiombea hapo chini. Nimeweka moto. Tunaweka moto, sema fire. Sema fire. Anatapika vyote. Shika hiyo tumbo tu. Tapika yote. Tapika yote. Maagano walioweka. Vitu walioweka ndani yake. Vituko vya wachawi. Vituko vya wachawi. Tunang'oa misisi ya uchawi. Hiyo nguvu tunaiweka na tunang'oa. Every power of witchcraft. Ile Elisha alipewa itoke. Elisha alipewa itoke. Uchawi aliopewa itoke. Toka. Hiyo sumu itoke. Uchungu uliokuwa nao utoke. Vyote vitoke. Shapa. Pata ile damu waliweka. Yes. Tuna deliver and set you free. Leta sali vitema tu. Ile vitu anatapika unaweza kuona kule kwa TV. Shetani anatesa watu. Msichana wangu pale, Mungu ananiambia is going to bless you. Simama vizuri, takubariki. Ni mkono juu. Nimeweka neema huko, maadui zako wamuone Mungu wako. Yeyote aliyesema utafaulu, Mungu amefungua anga yako. Funguliwa na kibali cha Mungu. In the mighty name of Jesus, I set you free. In Jesus' name. Pia Yesu makofi. Nataka watu 10 wale na support kipindi hii ya radio, ya TV, pamoja na kazi ya Mungu. Unapopita tu kwa madhabahu na sadaka yako, weke pale tu, utamke whatever you want. Unaleta tu, unanipita hapa, unaweka hapa, unaongea chochote unachotaka. Pepa hiyo sacrifice yako, ikuunganishe na madhabahu. Nipe simu yangu, ikupe hii nguvu, inaona inaponya, ili tumalize. Chukua tu mbele, pepa 500 yako, bebe 1000 yako moja. Unasema nataka hii isupport huduma, lakini nikachukue kitu kwa madhabahu. Unakuja kwa madhabahu, unanena kile unataka. Wale mko kwa radio, namba ni hiyo 0714. Umesikia vile imefanyika? 0714 090261. Watu wa Mungu wamekombolewa. Wengine mtaangalia kwa TV, mtaona vile watu wameteseka, vile watu wanatapika, vitu vinatoka. Nataka utumane sadaka yako, sacrifice yako, uchunganishi wale mnaweka kwa madhabahu, nitawaombea. Ile yako umeweka, ili ya kusupport huduma, lakini nitakuombea na Mungu atafungua milango. Chukua tu mbele. Kuna 500 yako, 200 yako, 100 yako. Piga tu kwa madhabahu. Inakupa nafasi uingie hiyo madhabahu ambao siwaambii muingie kila wakati. Ingia tu, weka kile unataka, mwambie Mungu kile unataka. Piga kwa hiyo madhabahu. Uende na whatever you want. Hii ni uamuzi wa mtu.
wale wako kwa radio. Kuna mwingine anaitwa Evelyn Mora. Evelyn Mora moko ametumana 700. God bless you mama. Hapo nje ako kwa TV amekuja na 700 ili ingie kwa madhabahu. Mama, kilo natamani madhabahu yeye kupe. Sijui uko wapi Evelyn. Pokea uko ulipo in Jesus name. Uko hapo ndani pia. Chukua tu mbele na sadaka yako. Hii si ya kawaida. Unasema Mungu, ile nguvu inaoponya kwa madhabahu haya. Nami kuna kile natamani. Hiyo kitoa inaenda kusapoti huduma. Inaposapoti huduma pia Mungu asapoti maisha. Chukua tu mbele. With whatever you have. Kama una tunamaliza. Maana opportunity nimekopa madhabahu. Nikupe kile unatamani. Mwingine hapa anaitwa Evelyn Sara. Evelyn Sara Mokeira. Ametumana 236. God bless you. Mwingine ametumana hapa 50 anaitwa Evelyn. Sasa ni Evelyn tu. Evelyn Bogongo. Evelyn Mora Bogongo. Ametumana 100 shillings. Mwingine Richard Ondieki. Ametumana 100 shillings. Mwingine Shakrin Kemunto ametumana 70 bob. Mwingine anaitwa Vitus Mukayani nimusoma. Rosi Nyabuto 100. Mwingine Sivia Onsongo 50. Kama kuna mtu inua mkono juu tushukuru Mungu. Tukimbie manyumbani. Ibada ni Jumatano. Itaanza saa 4 tumalize saa 8. Ibada ya Iron Fit Anointing. Unaweka tu pale kwa madhabahu. Unanena vile unataka. Hiyo tu silazimishi mtu. Hapo tu chini. Unaweza kupiga magoti ukasema kile unataka. Weka tu ukasema kile unataka tu. Utoke nayo. Mwingine pia ametumana kata nini Moiro. Ametumana 45 shillings kwa radio. Bwana kubariki. Whatever you want. Chunganisha na hiyo madhabahu hata kama uko kwa TV. Wakati wanapiga magoti chini hapo TV taelekea samari wako wamepiga magoti. Nawe pia weka mkono hapo. Kwa hiyo magoti. Weka mkono hapo ama tamka hiyo TV, ukishika hiyo TV. Udai kile unataka. Na Mungu atafanya. Choas Ratemo, huyo ni ndugu yangu. Choas Ratemo. Umetumana 2700. God bless you brother. Ama anaweza kuwa ni Choas Ratemo mwingine sijui. Mwingine Evelyn Motune, ni Motune ama ni Motune? Motune. Ametumana 3. Christine Karoli ametumana 100. Hao ni wale kwa radio wana support. Wow. Kuna mwingine hapa anaitwa Chakrin Cynthia. Chakrin Cynthia. Umetumana pesa ngapi nisiseme? Ngapi? 11,321. Umetumana pesa ngapi? 11,381. Bwana asifiwe. Ni mtu anataka nguvu ya madhabahu. Mwingine anaitwa Haini Omukono. Umetumana 230. Mwingine anaitwa Fena Nyakundi. Ametumana 40 shillings. Imagine mtu anatumana 11,381 kwa madhabahu. Bwana asifiwe. Ndio niwaambia hii siwekee mtu kiwango mcho vile unataka. Hiyo yenye ameweka kuna kile anatamani. Mungu akapeana. Inua mkono chini kuombea. Baba nakubariki kwa ajili ya watu wako. Mfalme Mungu amani. Wanapotoka kwa ibada hizi, wanapoenda manyumbani wapiganie walinde, uwatetee kwa ukuna kwa uwezo. Wewe ni mwema, ni mwaminifu na mtakatifu na hakuna aliye kama wewe. In the mighty name of Jesus, I pray and believe. Amen. Toka hewa, vile tunaenda kutoka kwa hewa, vile mnatoka nataka TV itakuwa hapo nje ili mpite watu waone mkitoka kwa kanisa. Before mtoke tunaweka wimbo wa ule msichana. Ile msichana tulikuwa tuna support. Akucha hapa. Si nilisema tunamsupport. Si mnakumbuka?
na tulimsupport. Msichana njoo. Hapo wapi yule msichana? Njoo mbele. Wacha kuche. Tunaweka wimbo wake. Atoki kwa hewa mpaka kamera itakaa nje. Vile mnatoka itaonyesha vile mnatoka. Hebu tuwekee wimbo wa huyo msichana. Tuwekee wimbo wa huyo msichana na watu waone. Kuna mtu anapiga ngoti baadaye. Video ya msichana ndio hiyo. Video ya msichana ndio hiyo. Video ya msichana ndio hiyo. Acha kidogo tu pastor. Kwa imehang mali. Acha niongeze, acha tu nilete. So wacha lete upya. Sisi mkiona ile kazi ambayo tumeahidi na imefanyika. Hiyo itakuwa ni msichana ni wetu, mtoto wetu hapa. Koweka kwa rikio. Kwenda kwa. Weka kwa nuansa kama ni Jehova. Kumbuka wale mko kwa TV, tunakuanga live every Sunday kutoka masaa ya saa 6:30. Masia. Tuko live sasa. Jehova Masia. Jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe. Amin. Jehova Masia. Jehova Masia. Jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe. Amin. Hata hii mwenyewe wa juu yanaona ya kwanza. Kalvari uliteswa. Kalvari uliteswa. Kwa wote wenye dhambi. Kwa wote wenye dhambi. Okoka. Kalvari uliteswa. Kalvari uliteswa. Kwa wote wenye dhambi. Kwa wote wenye dhambi. Okoka. Lokasi ni nzuri. Sikupigie makofi jamani. Angalia mtu mwambie imefanyika hapa hapa. Sasa watu wale watano waambie hapa hapa. Nataka tuanzie kwa nataka kwa kile. Kwa yeye ni mshindi wenye dhambi. Asante. Inacho mkono chini tuombe. Unapotoka. Baba na kaburi kwa chini ya Mungu. Mungu wabariki waongoze. Naona na kibali chako. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. We pray and believe. Hallelujah. Salimia mtu mwambie tukutane hayo vitamini. Na ukitoka toka na vitu ninapeleka chini mkipanda. Mama hapo chini na kuona rudi nyuma. Enda kule mkatengeneze vyombo mama hapo chini. Vijana pepa viti tukienda huko. Bwana wabariki. Bwana wabariki, Bwana wabariki. Unataka kuniona ningocha hapa kidogo ataniona. God bless you. Keyboard ndio tunaweza.
Maasha wote mpaki nyuma. Asha nyote mpaki nyuma. Alafu kuna kipochi hapa mwenyewe kama ni yako ndio chukue. Mama kanisa wamecho wale na bongoroche. Aetira. Tutara banga bantu na bakogenda. Kwa na bongoroche na nyumwe soko mwabo Leonida. Abo baroche mwikebuya. Watu wa redio ninawaaga. Bwana abariki. Bwana abariki sana. Ubarikiwe. Asante kwa kusupport kwa redio. God bless you. God bless you. Abantu basoke gaki ndete kama mawotero chiromere kamere babwate ko chirogorotira tire kamere babwate tupande kamere kiwashika zote ziko kutora bana. Hai. Okay. Yule msichana wa Asha wa Gladys. Yule msichana wa Gladys amefaa nguo ya red na kuitachi hapa. Na wanayufi wale mnatoka nje nimewaona tu. Mamangu ukifikiria tike bado kiwasalimie. Haya vijana kwa hapa nataka. Watu tutoke kwa TV, watu wa TV mbarikiwe. Wacha nikuche niongee na TV hapo ni wabariki.